vertically, kisha baadaye kuwahudumia wanadamu horizontally. Ninarudia tena, niangalie hapa. Hawa watu walikuwa chini ya laana, kwa maana walipanda mingi wakavuna chache. Am I communicating? Walivaa nguo za joto lakini hazikuwafaa. Mtu ananunua nguo ya shilingi 72,000 na imushiki. Hana nyama, hana shape. She is shapeless or he is shapeless, kwa maana they were under a curse. Are you getting me? The Bible says walikula nyingi na hawakushiba. Timaye tukuse kwenda komea no monto koragira utari kuigota. Sijui kama ushawahi kana mtu ambaye anakula, every time you meet her anakula. Every time you shake her hands anakula. Kila wakati mnakutana biashara ni kula. Nilienda hapa Magwagwa kuhubiri injili hapa Magwagwa. Nikaenda mahali pale, tukaalikwa, nilikuwa mgeni. Watu wakaingia, chakula ikaletwa. Na unajua Wakisii wanapika vizuri sana. Kuna buffet ilikuwa mrefu sana. Watu wakakula zikabakia. Jamaa mmoja mwembamba, hata tami hakuna, akaingia. Agateva iga ngande bona moitera na kimogo tigenda agira iga. Yeye alikuja nyuma. Na unajua Wakisii wanajua ukamata hiyo something. Wakishika namna hii anaifinya. Tena anaifinya. Tena namwambia nimekutafuta kwa bidii na nimekupata. Alafu anaweka ile rubber stamp ya Kakamega. Unajua ile rubber stamp? Unaweka hivi. Alafu unaingiza kwa supu. Alafu unaweka kwa mdomo. Na alafu hapa kuna sauti nyingine inatokaga hapa wakati imeenda mahali pema. Huyu jamaa aliingia akakamata chakula ambayo ilikuwa mabakia pekee. Yale mabaki hajaguza yake. Akaguza yale mabaki ambao watu walibakisha. Na nikijaribu kuangalia hii tumbo inaenda wapi, haiendi mahali. Tena akakamata yake. Hivyo ndivyo wana wa Israeli walivyokuwa. Walikuwa wanakula lakini hawashibi. Are you getting me? Ni laana. Ni laana wakati watu wanakula na hawashibi. Watu waliobarikiwa hata kidogo tu kikipokelewa kwa shukrani wameshiba. Sema haleluya. Yesu akasema, akaambia wanafunzi wake, amekaa na umati jangwani na porini kwa siku kama 3, akaambia wanafunzi wake wapatieni kitu chakula. Wakasema, hapa tutapata chakula wapi hapa? Wakasema kuna kijana mmoja hapa akuna samaki 2 na mikate 5. Akamwambia leta hiyo. Akachukua akainua juu. Na akasema, Baba nakushukuru maana unanisikia. Na baada ya kushukuru akapea kwa wanafunzi wake wakala na wakashiba na pakabakia mabaki. Are you getting me? Nyumba yoyote unayoona mabaki imebarikiwa. Lakini nyumba yoyote ambayo wanasafirisha, yani unakaa hapa, mama anakaa upande ule, mtoto anakaa upande na mwingine upande huu, mmoja aoni mwingine upande ule mwingine, lakini the way hiyo chakula itaenda itasiagwa ni kama kulikuwa na mashini nyingine mahali pale. Hiyo ni laana. Are you getting me? And you have to check what is going on in your family, in your marriage, in your life. So wana wa Israeli walipanda mingi wakavuna chache, wakavaa nguo za bei hazikuwashika vizuri, wakala chakula kingi hawakushiba, wakafanya kazi na mikono yao, wakapata mishahara yao, wakaweka kwa mifuko iliyotoboka. Are you getting me? Wote walikuwa chini ya laana. Mpaka Mungu anamwambia Hagai, anaambia hawa watu ya kwamba consider your ways. Shout hallelujah. For there to be a tomorrow for you, you have to consider your ways from here. Kutoka hapa lazima ufike mahali na ujiulize, what is going on in my finances? Mbona madeni yamerundika katika maisha yangu? Mbona nimekuwa mtu wa kutoroka madeni kwa kila kona? Mbona nakula na sishibi? Mbona napanda na sivuni
kama vile inavyostahili. Biblia inasema kwa walio wateule wa Mungu utapanda na utavuna. Sema haleluya. Utajenga na utaishi. Au utajenga wengine waishi. Au utajenga wewe ukufe na wengine wakuje kuishi. Hautaoa ukufe wengine wachukue mke wako. Maandiko yanasema utajenga na utaishi. Sema kwa sauti ya juu, nitajenga nitaishi. Sema tena, nitajenga nitaishi. Leo lazima utoke kwa hiyo laana. Praise the name of the Lord. Now, what was the problem of the children of Israel? The remnants that came out of Babylon. Walifika Babylon na hawakujua ya kwamba Mungu aliwakomboa. Angalia juu hapa kila moja. Ninaenda bio kwa sababu this is something you can teach even for 3 weeks. Mungu aliwakomboa. Jambo la kwanza, wawe wake. God saved you that you may belong to him. Sema amen. Inua mkono wako wa kuume, sema Mungu aliniokoa niwe wake. Sema kutoka juu ya kichwa changu mpaka chini ya miguu yangu, Mungu aliniokoa niwe wake. Somebody say amen. So Mungu alikuokoa uwe wake. Jambo la pili, Mungu alikuokoa umuishie, that you may be able to live for him. Paul anasema for me to live is Christ. Anasema mimi kuishi si Kiingereza, mimi kuishi si Kijaluo, mimi kuishi sio Kikisii, mimi kuishi ni Yesu Kristo. For me to live is Christ. Can we say amen? Niangalia hapa brother and sister. Sababu moja kubwa ni kwa nini Mungu alikuokoa. Alikuokoa, jambo la kwanza uwe wake. Jambo la pili, alikuokoa ili umuishie, that you may live for him. Sio uishi kwa sababu ya mume wako ama mke wako ama juu ya huduma ama juu ya kanisa. Some of us preachers tunafikiria ya kwamba I am living because of the ministry. The ministry does not come number one. We must prioritize ourselves very well. What comes first is God, who gave you the ministry. What comes first is God, who gave you a wife. What comes first is God, who gave you children. What comes your business. What comes first is God, who gave you a career. Hauwezi kuweka mkokoteni mbele ya punda. Hapana, weka mkokoteni mbele. Mungu ni wa mbele. Maandiko yanasema hatua za mwenye haki zinaongozwa na Bwana. Na ili Mungu akuongoze nyuma yako, lazima uruhusu awe mbele yako. Hapana, weka pesa mbele zaidi ya Mungu. Wengine wameweka watajionea. But we are thanking God. There is a tuko huko nje na sisi ni Wakisii. But we know home. Tunajua nyumbani tumetoka. Na anayecheza vizuri kwanza kabisa anatuzwa nyumbani. Na ndio sababu tunawaombea. Nyamataro PAG ikiwa hapa, we mention you before the Lord. Somebody shout hallelujah. Nyamira County and Kisii County, we mention you before the Lord. Let God sweep Kisii. Let it be swept by the revival that is coming. You will not die. You will be a partaker of that revival. I say you will not die. You will be a partaker of that revival. Somebody shout hallelujah. Mwenye sai chingo bichingia. Makofi mazuri. Makofi mazuri, makofi mazuri. Makofi ya kerama. Bwana Yesu na asifiwe sana. Praise the name of the Lord. It is important tuweze kuelewa ya kwamba Mungu aliwapatia wana wa Israeli hekalu, na ndani ya hilo hekalu kulikuwa na madhabahu. Na lengo la madhabahu ni moja. Lengo la madhabahu ni mahali pa kutoa sadaka zetu. Ni mahali pa kutoa dhabihu zetu. Exodus chapter 20, Mungu anamwambia Musa
anamwambia Musa aende amuinulie madhabahu katika nchi, na kisha baadaye anawaambia kwamba kisha baadaye ambia wana wa Israeli walete dhabihu zao, walete sadaka zao, na mimi Mungu nitashuka na nitawabariki. Mpe Yesu tukufu. Nasema mpe Yesu tukufu. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu na asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu na asifiwe. Ikiwa wewe, niangalie hapa, ikiwa wewe ni mhubiri, nianzie hapo, bishop kama mwene, ikiwa wewe ni mwimbaji, haleluya, ikiwa wewe ni mtendakazi katika nyumba ya Bwana, but you are avoiding the altar and the function of the altar only is not enough without a sacrifice. Bwana Yesu na asifiwe sana. Nasema tena, Bwana Yesu na asifiwe. Aye wobo nene Yesu nkera mali moni weta bodi acha enerega. Bwana Yesu na asifiwe sana. An altar is simply a place of worship. A place of what? A place of what? Worship. And the altar is in common. Wakristo wengi wanaishi maisha uchochole. Maisha ni kama ya kubahatisha. Hebu niangalia hapa nikusaidie. Kwa madhumuni ya madhabahu ni ibada. Sema madhumuni. Inua hiyo something juu, sema madhumuni ya madhabahu ni ibada. Na madhabahu na hakuna dhabihu na hakuna toleo na hakuna sadaka inayotolewa kwenye madhabahu, hayo madhabahu hayawezi kuwa na effect within the village, within the locality, within the perimeters of your home. Why is this church here? Leaders, why is this church here? It's because of this altar. What is the function of the altar? The function, the ultimate function of the altar is worship. And there can never be worship if the altar is there and there is no sacrifice. There can never be worship if the sacrifice is there but there is no altar. Can I repeat that? Hapawezi kuwa na ibada kama madhabahu yako lakini hakuna sadaka, na hapawezi kuwa na ibada kama sadaka iko lakini hakuna madhabahu. What is the ultimate will of God concerning Nyamataro PAG Church? Is this, that this church will affect every neighbor, will affect the surrounding. Somebody say amen. Mlevi atamalizia hapa, kahaba atamalizia hapa, aliyepotea njia atamalizia hapa, asiyejiweza atakimbilia hapa. Are you getting me? This altar is a city of refuge. Hear me. Atuko hapa tu kuchapa masuti. No, this altar. Wala ambao mlinifuata kwa mtandao juzi tukiwa na Archbishop Charles Marita kwenye sherehe, pastors, my spiritual children. Hata my dad alikuwa anasema, wow, umefanya kazi hivi. Bwana Yesu na asifiwe sana. Yes, the altar. Na madhabahu sio mahali pa games. Madhabahu ni mahali pa kutunzwa. Kama unataka kutunza kanisa, tunza madhabahu. Are you getting me? Kama unataka kutunza kanisa kama pastor, kama bishop, tunza madhabahu. Chuja chochote kinachokuja kwenye madhabahu. Chochote ambacho akimletei Mungu tukufu, tupa nje. Chochote ambacho sio cha Bwana weka kando. Maana ni heri upoteze kinachotolewa kuliko upoteze ushirika wako na Jehova. Tunza madhabahu. Nikikupatia kazi kwenye madhabahu haya,
Ili uniheshimu, tunza madhabahu haya. Nasema tunza. Ambia jirani yako tunza. Motebi lenda madhabahu. Be the custodian of the altar. And I'm saying this without mincing my words. Yes. I have no apologies. Bwana sifiwe sana. Nimeona mashujaa. Nimeona watu wa babe. Watu walioinuka. Na alipokataa kutunza madhabahu, yeye aliyekuwa number 1, sasa ndio number last. The first shall be the last, and the last shall be the first. Aba kusingo tabani bado naki bonda mbonchorani. Orio tanga itarire gutanga alioka. Obonda aliyekupatia wewe ajaninyima mimi. Na aliyenipatia mimi atakunyima wewe. Maana Mungu hana upendeleo. Mungu sio Muluya kutoka Ikolamani. Mungu sio Mkisi kutoka Nyamarambi. Mungu ni Mungu. Mungu sio Mjaluo kutoka Ugenya. Nyasaye. Mpa makofi mazuri ya utukufu. Praise the name of the Lord. So let me be emphatic here and say this. I'm sorry to say ya kwamba many Christians are avoiding the function of the altar. That is worship. So they don't want to take care of the altar by taking care of the sacrifice. Because a sacrifice plus an altar is equal to worship. I say it again. Sema, a sacrifice plus an altar is equal to worship. Hallelujah. So an altar is simply a place of worship. It is a sacred place of the Most High God, where worshippers come together that they may be able to sacrifice on the given altar. Praise the name of the Lord. Na hii ndio wana wa Israeli walikuwa wana avoid. Hii ndio wahubiri wengi wana avoid. Wanajua kuambia watu toa na wao watoi. Wahubiri pole sana. Niruhusu nitumie hiyo. Maana kuna wahubiri wengi wanainuka kutoka hapa. Lazima wavae viatu vya sawa sawa. You don't tell people to give if you are not a giver. Why does God tell us to give? Because he's a giver. Somebody shout hallelujah. Kwa nini Mungu anasema tuwe na neema ya kutoa? Paul anawazungumzia wa Korinto, anawaambia kando na vipawa vyote ambavyo vimechipuka katika kanisa la Corinth. Mtu anasimama ananena kwa lugha. Fanyeni bidii kuwa na neema ya kutoa. Msiwe tu na vipawa na hamuna nini? Neema ya kwa choo. Anazihesabia kwa choo by the time anakuwa kutoa. Sema hallelujah. Yani hata kile umempatia anaweza kutoa sehemu yake. Mama, kabla mimi sijaokoka, mama yangu alikuwa katika Lutheran. Sobo naonsa ikasuneka. Lutheran dinsa. Ali kwende isteri. Ali naonsa. Mama nilikuwa naonaga tumevuna ekiage na okerensa, anachukua basket moja anaingiza, 2 anaingiza, 3 ikifika 10 anaondoa moja. Are you getting me? Anaweka kando. Mimi sikuwa naelewa, namuuliza hiyo atiko mwana. Tena naongeza, tena naweka, tena naweka. Sasa wakati yote imekwisha, alafu omobasta kwa ikabono. Omobasta njuo na abekile bintu tayari. Alafu mobasta ocha kwa ile yote iliyobakia. Na ukiangalia ni mingi. Lakini are you getting me? Na hivyo ndivyo mama yangu ali affect my giving. She affected my life. Kabla sijaenda mahali hebu niwaambie, wakati corona iligonga, corona wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu ya corona ilipogonga tu namna hii, nilitoka Nakuru niliakuja kuona baba yangu na my step mother, maana mama yangu alikuwa ameshaga. So nilipokuja kuwaona nikaambia my cousin, genda Manyagete, enda pale, hiyo familia 3 ita hawa, waambie wakuje tuweze kuomba pamoja, maana hii mambo ya corona atuelewi ni nini, lakini Mungu atusaidie. So mimi ilikuwa siku ya Friday, Saturday, Sunday
Kwanza kabisa nilikuwa nimefukuzwa na daktari wetu kutoka Nakuru, akaniambia you are fatigued, you are suffering from fatigue, endo pumzike. So nilikuja hapa papa kupumzika. So hiyo Sunday mimi nimeamuka, my sister anaitwa Salome akaniambia bantoki watu gani, akaniambia bishop aliitana mimi kutoka nje, kulikuwa na uwanja kwangu, ikawaambia kujeni hebu njugo change na kimurega na kitu kwetu nyumbani. Nikasema kuna mahali kwa mtu anapeana hema hapa nikauliza ni wangapi wanataka kuokoka? Wote wakainua mikono yao juu wakaokoka. Nimeokoka kama Mungu anajua nimechoka. Kwa nini? Sasa kazi ikaanza. Kanisa ikajaa kwetu nyumbani. Choo zilikuwa 2 zikaleta shida. A good problem. Choo zikaanza kuleta shida. Baadaye nilikuwa naenda kujenga nyumba ya 5 bedroom house. Nikachukua materials zote nilikuwa nazo kwa Muhindi, patofari iliyokuwa chini, kila simiti ambazo nilikuwa nimewekeza, kila kitu nikachukua, nikataka kujenga kanisa mahali kulikuwa. Huwezi kunipatia sadaka ambayo ikugharimu. You cannot give me a sacrifice. Listen to me. You cannot give me. Babu yako akapatia nani? Baba yako. Na baba yako akafanya nani? Akakupatia. Hii ni shamba ya bure. Behind alikuwa anauza plot yake hapo, iko karibu 168 by 70. Akaniambia bishop, nataka kuuza hii plot. Na hii watu wamejaa hapa, ni vizuri wajengee, otherwise utakukula kichwa. Hiyo ni wakati wa corona. Nikamuuliza pesa ngapi? 320. Tukakubaliana. Nikampatia down payment. Nikaanza kujenga. 3 months, I'm telling you the truth, 3 months down the line, kwa sababu nilikuwa na wako. Na kufika kwa paa pesa zikakwisha. Nikaenda Nakuru, nikauza plot, nikaambia my wife, ninapeleka hii pesa kwa project ya kanisa la Mochenua. Amenipatia jina la kanisa, inaitwa Bethel. So nikaanza, nikaweka mabati yote juu na nikaanza kujenga machoo. Nikafanya finishing. Let me ya dini mbalimbali, viongozi wao wakaja wakaniuliza hivi, na kitura agache kanisa ye omanye kuruwa akache kanisa emetenyerenga. Giving is wrapped up in love. Without love, you will give out of compulsion. Utatoa kwa kulazimishwa. Are you getting me? So hiyo kazi, na nimewacha, yani nina saa 11 asubuhi vijana of God within our village. Somebody say amen. Bwana Yesu na asifiwe sana. So what am I trying to say? Najaribu kusema ya kwamba kubarikiwa sio wingi what you have achieved, on what you have amassed. Success is wrapped up in what you have given. How have you affected your village? Ukienda kwenye kuna kanisa la maana mahali pale na umetoka city. Bwana Yesu na asifiwe sana. Saa hizi ukiingia mahali pale, nimetea kanisa la hivi na hivi, jukwaa la kipekee, na God gave me that excellence ya kuweka vitu kwa njia inayofaa. Na nikafika mahali nikaambia Mungu ya kwamba what I am doing here is not a show off. I am giving you glory, because this is where I was born. Now I am supposed to pay back. Na stahili nimehubiria watu Nakuru, nina makanisa katika sehemu mbalimbali za taifa la Kenya, nimesafiri Afrika, nimeenda mataifa mbalimbali Afrika, nimeenda Europa, nimehubiri injili huko kwetu nyumbani. Je, charity begins at home. I challenge you. Somebody say amen. As much as you are giving outside there, go back to your village.
Go back to your people. Somebody say amen. Hapo ndio mahali baba yangu sasa ni mshirika. Mahali dada zangu ni washirika. Wengine ni waimbaji, my cousins, my brothers, my sisters, my aunties wanakuja mahali pale. Na wapendwa, kama kuna alama nitawacha dunia hii, sio alama ya bei ya suti niliyovaa. Ni alama ya kuinua madhabahu ya Mungu katikati ya watu wetu. Sema haleluya. Sema tena haleluya. Inua mkono wako juu, sema haleluya. Listen to me, church, as I warn you. We have only one life to live. One what? One what? One life to live. Either you live as a liability or you live as an asset. Tunaelewana? Either uishi kama mtu bure ama uishi kama mtu wa dhamana machoni pa Bwana. Na hiyo inatokana sio na vile ambavyo unapewa, vile ambavyo unapeana. That is why umaskini, laana ya umaskini, laana ya uchochole, laana ya kutokuendelea, laana ya kula bila kushiba ikagonga wana wa Israeli walipokuwa Zion, kwa sababu hawakutimiza the function of the altar. Hawakuwa na sadaka ya kumake sure ya kwamba madhabahu yana sadaka, na hiyo sadaka na madhabahu imempa Mungu ibada. That will not be your portion. Nasema that will not be your portion. Nasema hiyo laana haitakuwa sehemu yako. Laana aina hizo hazitakuwa sehemu yako. Tenga kitu kwa sababu ya Mungu. Give God the first priority. Tenga kitu kwa sababu ya Jehova. Mpe Yesu makofi mazuri yote kufuka jina la Yesu. Somebody give him glory. So nataka uelewe ya kwamba until today as I speak to you, God has preserved you to become a sacrifice. Niangalia hapa. Mpaka leo Mungu hajakuhifadhi uendeshe gari kubwa. Mpaka leo Mungu hajakuhifadhi uwe mtu mkubwa kisiasa. Mpaka leo Mungu hajanihifadhi niwe archbishop. Mpaka leo Mungu amenihifadhi niwe sadaka. Nasema tena, Mungu amekuhifadhi uwe sadaka. Nataka lisindilie hiyo ndani ya moyo wako. Mungu hajakuhifadhi uvae vizuri. Mungu amekuhifadhi uwe sadaka. Mungu amekuhifadhi uwe sadaka kwa mtu fulani, uwe toleo kwa mtu fulani. Sema hallelujah. And from here you are going to put a smile on somebody's face. Kutoka hapa utafanya watu wacheke, utafanya watu wafurahi, utafanya watu wakikuona umetokea wanasema huyu ndo tulikuwa tunangojea. Maana wanajua haukuji kuwatoanisha, unakuja kuwapa. Abantu mbare bako enda kakube town. Onyo la chingo ko chirororo no enti stigarete hata ile mabakia anasafirisha mpaka mama yake ama baba yake akisikia kwamba anaenda nyumbani anajua huu ni wakati wa kusafirishwa. Abantu wao kwa yani noe your mama au koba go say your father ama tena nyageta iseko ikagaiga ngoke timure tu insa chiarire aiseko ikagaiga ekenkeyo. Maana you are a receiver, you are not a giver. Wewe ni wakupewa na wewe sio wakupeana. Am I communicating? Wewe ni wakupewa na wewe sio wakupeana. Please nielewe hivi, kila mhubiri yako hapa kama mimi, Mungu hajakuhifadhi for another title. Mungu amekuhifadhi uwe sadaka. Uwe sadaka kwa kanisa lako. Uwe sadaka kwa watu wako. Hauwezi kutoa sadaka bila wewe kuwa sadaka. You cannot sacrifice until you become a sacrifice. You have to become a sacrifice first before you give. You cannot give until you are a giver. You have to become a sacrifice before you sought responsibility. It's a call to responsibility. And one of the greatest responsibility of our time is to believe a sacrificial.
that God has bestowed upon our lives in this particular is to live a sacrificial life. To live a sacrificial life. Hallelujah. 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 Sacrifice. What is sacrifice? What is to sacrifice? To sacrifice is to give up something of value for a higher particular purpose. To sacrifice is to give something of value. You don't give something that is of no value. Unaambia mtu kuja nyumbani nikupatie nguo, alafu unampatia nguo zilizotoboka. Unaambia mtu kuja nyumbani nikupatie chakula, unampatia chakula ile ambayo imeexpire. Hapo unampatia unga ambayo imeexpire ambayo hutumii. To sacrifice, look at me here, is to give something of value. And you are giving it for a higher purpose in life. Unatoa kwa sababu ya jukumu la juu la kimaisha. Mpe Yesu makofi mazuri. Ya kwamba Yohana akiwa Patmos katika roho akamuona yule aliye na mkononi mwake alikuwa na kitabu ambacho kimeandikwa ndani na nje. Na hicho kitabu ni ukurasa wa mwanadamu. Na hicho kitabu, angalia hapa, ni hatima ya mwanadamu kutoka kwa Mungu. I'm paraphrasing. Kutoka kwa yule aliyeketi kwenye kiti cha enzi na ukifungua na kuvunja mihuri zake ili ukurasa mpya wa mwanadamu. Yohana alipoangalia na akaona na alipoanza kulia, moja kati ya wale cha enzi na kuvunja mihuri zake, mpya wa mwanadamu uweze kuanza. Sema haleluya. Wasomi sema haleluya. Wa kabila la Yuda, Jesse, shina la Yese, the lilies of the valley. Somebody say amen. Yesu Kristo ambaye amefandia kwa sasa, but he saw the lamp, akaona mwana. Somebody say amen. So what does that tell us? Inatuambia kwamba kiwango kikubwa ambacho Yesu alifanyika kuwa mwana kondoo aliyechinjwa. Somebody say, watu wakikuona hawakuoni kama unakuja kuwatuanisha. There is fire here. Somebody shout hallelujah. The highest level of your Christian walk is not to become an archbishop. The highest level of your Christian service is not to become anything, but to become a sacrifice. That is what God wants you to be. Are you a sacrifice? Wewe unapeana kwa kanisa ama wewe unachota? Wakikuona wanaona ukija kuchukua ama wanakuona ukija kupeana. Leo nimetoka huko asubuhi, two small girls wakasema daddy, wakasema bishop welcome home. Wakasema Christmas namna gani? Because last time niwanunulia mbuzi mbili. Nikawaambia simpewe, na wakapewa na wakakula. This time around, these small daughters wanasema daddy, what about this Christmas? Somebody shout hallelujah. Mpe Yesu makofi mazuri ya utukufu. Nasema mpe Yesu makofi mazuri ya utukufu. Listen to me, church. I'm rounding this up. The greatest need in the world today, the greatest need in the world today, or for the world today, is to have a true, pleasing, acceptable sacrifice from the church. Are you getting me? Bwana asifiwe sana. Nasema hivi, hawataokoka kama hakuna sadaka kwenye madhabahu. Sadaka ya intercessors. Where are the intercessors of today? Umuji wa Nyamataro utabai kuwa kama Nyamataro kwa sababu there is no sacrifice on the altar. God is calling you not only to sacrifice, God is calling you to become a sacrifice. I need to say, God is calling you not only to sacrifice, God is calling you
to become a sacrifice. Sema hallelujah. That is the message that God is giving me for this church today. Nyamataro is going to change because there is a sacrifice on the altar. Nyamataro is going to change, not for the worst, but for the glory of God, because there shall be a sacrifice on the altar. The availability of the sacrifice demands, the availability of an altar demands a sacrifice. Kama unaimba kwa hii kwaya, how many times do you fast in a week? Ni mara ngapi unawacha chakula kwa sababu ya Mungu? Hiyo ndio imefanya hii tami hakuna. Mara ngapi? Hakuna mahali chakula utapeleka chakula mbinguni. Na hakuna chakula itakao kufanya uwe more spiritual. Hata ukule ile ambaye rais anakula. Are you getting me? Food is food. It is either carbohydrates, it is either protein. Am I communicating? Na tumbo ni ya chakula, na chakula ni ya tumbo, na vyote vitaharibiwa. Kuna watu leo wanataka waone bishop akisimama hapa na nguvu zinatembea. Sitatembeaje kama wewe sio sadaka kwenye madhabahu haya? How many times do you pray for the man of God? How many times? Just tulikuwa na mkutano kule Nakuru na Doug Hayward Mills, and God gave me a burden. Na nikapata kibali kwa hiyo huduma, na God gave me a burden. Akaniambia pray for his health, pray for his voice, and also pray for his protection. 3 things. I was praying for that man of God from Ghana. If the man of God here is going to fulfill the agenda of this altar, he must have, lazima awe na Joshua, lazima awe na Ur, lazima awe na Aaron, lazima awe na watu wanaweza kumshikilia. Na kama wewe hauwezi kumshikilia mtumishi wa Mungu, wewe ndio unayemchongoa kwa watu. Bishop wetu wako hivi, pastor wetu wako hivi. Is that your business? When you are a sacrifice, you don't talk nonsense. Am I communicating? When you are a sacrifice, you are a sacrifice on the altar for the betterment of the ministry. Can the church say a better amen? Amen. Can you shout a better amen? Amen. Na hapo ndio mnaenda. If this men of God are going to be on fire for Jesus, lazima wawe na watu ambao wanajua kujinyima machakula. Unakubali yeye akule maana anaenda jukwani asianguke, lakini wewe unawacha kula maana wewe upambani tu achukua. Tumejaza watu ndani ya makanisa wanaokula zaidi ya kula mambo ya kiroho. Na no wonder there is no power in the altar. Nguvu za uponyaji, nguvu za wokovu, mambo ya kubadilisha maisha ya watu. Watu wamerundikana ndani ya makanisa, wamejaa kama dini, lakini there is no power. I'm telling you tonight, the Bible says in the last days there shall be perilous times, because men shall be lovers of themselves. But we're not going to be lovers of ourselves. We are going to deny ourselves. Not to love ourselves, but to deny ourselves, because we have an agenda in the kingdom of God. Before I leave this planet, listen to me. Hakuna mzungu atatoka Ulaya kuja kufanya kile mwene aliambiwa afanye. No man, no white man. Hakuna mtu mweupe. Jukumu langu ni jukumu langu. Am I communicating? Christianity is not a call for a walk in the dark. Christianity is a call to responsibility. How responsible are you? Kuna watu ambao kazi yao kanisani ni financiers. They are not good intercessors, but they are good financiers. Na hebu nikwambie, hakuna kitu utaleta kwa bishop yangu hiyo kama hujajinyima. Until you deny yourself, you cannot give it to him. Hiyo weka kabisa, iende nyumbani. Siku ile utajinyima, utahesabu moja kati ya mbuzi ulizonazo na useme bishop wangu asherekee Christmas, na umletea maana ulijinyima. Lakini unafika mbona sema king komoangi egotigara. Unaona ile ambayo inabakia na uone gharama ya kutoa. Are you getting me? It is time for us to deny ourselves. We cannot be effective in the kingdom of God if we don't deny ourselves.
Am I communicating? Hatuwezi kusambaza neema kwa watoto wetu. My mother was a giver and she was my intercessor. Kuna wakati mama yangu alikuwa ananiombea baada ya mimi kumhubiria akaokoka. Alikuwa ananiombea, ananishika hivi. Hapo mwanone, kuna na tiangu sabiri. Anaomba tumesimama hapo, ninainama, ninasimama, namwambia mama, kore ragu. Kore maana anaomba mpaka unasikia kama roho itatoka. And she died my intercessor. I am where I'm standing today. Angalia hapa. Because there is a mama who denied herself. Your children have a destiny. Angalia hapa. Look at me here. I'm commanding you. Your children have a destiny if you can deny yourself. Because whatever you deny yourself, you give it to them. Am I communicating? Nilistuka juzi. Reverend akona function. Na mimi naenda kugraduate kule Nairobi kuvalizwa hiyo magwanda. Unajua magwanda? Hiyo manguo. Naenda kugraduate. Alafu Reverend ananipigia simu ananiambia Bishop uko wapi? Namwambia niko hapa nataka kusafiri kwenda Nairobi, I'm graduating. Akanambia I'm sending you mafuta ya gari. Saa hii katika huu kame. Hii shilingi. Eso money ya chandira bantu. Mtu akutumie 5,000, 10,000. Nikasema no wonder you are writing this book. Because it is not a theory. It is practical. Mpe Yesu tukufu. Na ninakusaidia ama unanivumilia? Unavumilia? Ama nakusaidia? Usikuje kusema kuna mhubiri mmoja aitwa Bishop Mwene alikuja akachemka kwa hiyo jukwaa hata hatukusikia natoka wapi na anaenda wapi. Mungu na atusaidie. Praise the Lord. Bwana sifiwe sana. The greatest need for the world today is to have a true, pleasing, acceptable sacrifice from the church upon the altar. Somebody say amen. Because sacrifice releases power. Sacrifice redeems. Sacrifice restores. Sacrifice resurrects. Sacrifice brings back even that which the enemy had stolen. Can the church say a better amen? Hallelujah. Kile ambacho kinahitajika hivi sasa kwenye madhabahu ya kanisa ni sadaka ya kweli. Sio sadaka iliyo chongo, sio sadaka isiyopendeza, sio sadaka isiyokubalika, bali sadaka inayokubalika. Bwana Yesu na asifiwe. Psalms chapter 41 verse 1. Maandiko yanasema blessed is a man who considers the poor. Amebarikiwa mtu yule anayewajali maskini. Amebarikiwa mtu yule anayewajali maskini. Blessed is any man who regards the poor, who considers the poor. Alafu inasema hapo chini ya kwamba in the day of his trouble the Lord will deliver him. Sema hallelujah. Sema hallelujah. Sema hallelujah. Who is the poor? Maskini ni nani? Maskini ni mhubiri yoyote ambaye hajafika mahali nimefika. So that means I have something I can share to him. I have something that I can share to her. Am I communicating? In terms of experience, in terms of knowledge, in terms of know-how. Yale mambo nimepitia katika huduma for the last nearly 30 years. Yale mambo nimepitia katika huduma, experiences ambao nimepitia katika huduma. Si kupitia tu kwa sababu ya kupitia. Nimepitia maana kuna mtu ambaye hajafika mahali nimefika. Hebu niangalie hapa. Kuna mtu ambaye hajavaa bila umevaa. Kwa nini wewe uendelee kuvaa? Na yeye akose kuvaa. Kwa nini wewe uendelee kushiba? Na yeye aendelee kukosa? Maandiko yanasema amebarikiwa mtu yule anayejali maskini. Maskini ni nani? Maskini ni ule mtu ambaye Mungu alimwacha mahali ulikuwaga. Alikutoa hapa, akakuweka hapa. Akaona hapa itoshi, akakuweka tena hapa. Akaona hapa itoshi, akakuleta hapa, tena akakuleta hapa. Akamwacha pale. Yeye aliyemwacha pale, alimwacha pale kwa ajili yako. Ili utakapoinuliwa uweze kumimarisha.
Yesu anamwambia Peter, adui ameomba nafasi ya kupepete, lakini Peter nimekuombea. Kisha baadaye anamwambia Peter, utakapoimarishwa imaliza wenzako. Hakuna kitengo leo ambacho ni kichoyo kama kitengo cha wahubiri. Are you getting me? Kitengo nilipata mhubiri mmoja Addis Ababa sometimes back, amekuwa stranded. Na huyo mhubiri wakati nilianza kanisa Kapchembwa Nakuru, alikuwa wale watu ambao walikuwa wanatupia mawe, wananiongea kinyume, mikutano juu ya mikutano, kesha juu ya kesha, bra. Nikamkuta Addis Ababa amekuwa stranded. Aliponiona kwa mbali, akasema that must be Mwene. Nilikuwa nasafiri. I was actually going to Malaysia. So akakuja akaniambia, I am stranded, sir. How can you do you know anybody in Addis Ababa? Nikamwambia, oh yes, I know some few people here. So tukafanya connection hapo na akapata msaada na akapata breakthrough in Addis Ababa. Nilipomaliza mkutano Singapore na Malaysia, nimerudi Kenya, nimekaa kidogo, nikaona mtu anaingia kwa ofisi yangu. Ananiambia, sir, I came to see you. Why? Please forgive me. Those days nilikutusi vibaya. Those days nilikuongea vibaya. Lakini ulinisaidia kule Addis Ababa. Na akaja na bahasha. Akaniambia, please, I've come to bless you. I've come to bless your ministry. Let me tell you something. Hakuna kitengo leo ambacho kina uchoyo kama kitengo cha wahubiri. And that spirit must die. Somebody say amen. Hiyo mipaka lazima ivunjike. You are my brother, you are my sister. Is there a way you can be a blessing to me? May God bless you. Is there a way I can... Wewe uwe sadaka. Sema hallelujah. Na kama wewe sio sadaka, you will be forced to give. Utakuwa unaweka vitu kwenye madhabahu. Unaweka, this is too much. I cannot be able to round up everything here. But I want to thank God ya kwamba I'm picking ambazo zinaweza kuwa za faida kwako. Moja kati ya tamanio kubwa la kila Mkristo ni kuwa na kitu ambacho kinaitwa open what? Mbingu iliyo wazi. Wakristo wengi wanataka kwa taaluma zao na hata kwa vipawa vyao. Many Christians are able to experience an open heaven. Bwana Yesu na asifiwe sana. Toa kama sadaka. Alipojitoa kama sadaka, mbingu ilifunguka. The preaching of the cross of Jesus Christ. The cross of Jesus has no meaning without Jesus first deciding to become a sacrifice. Listen to me. Potea ni ujinga, lakini kwetu sisi nguvu za Mungu. Injili ya msalaba wa Yesu Kristo hauna maana ikiwa Yesu hakuamua kwamba aweze kuwa hiyo sadaka. Ili aweze kuwa sadaka, he suffered. Ili aweze kuwa sadaka, he suffered and he lost. Alipoteza. Mama yako inangojea sadaka. Hata kuwa sadaka. Many Christians today are on the altar. Your future will always demand. Bwana Yesu na apewe sifa. Na hawezi kuwa sadaka. Muda hauwezi kuturuhusu tuzungumzie mambo mengi, lakini kwa hayo machache ambayo umepata, Bwana Yesu na asifiwe sana. Nasema tena Bwana Yesu na asifiwe. Na yakusaidie. Wakati kidimbwi kilikauka mbele za Elijah, Mungu akamtokea Elijah. Akamwambia Elijah, ondoka hapa, nenda Sarephath ya Sidon. Sema Sarephath ya Sidon. Sema Sarephath ya Sidon. Yani Sarephath ni mji katika Sidon. Niangalie hapa. Mungu akamwambia Elijah. Who was Elijah? God's project. God's project here on earth. Akamwambia, this brook is dry. Akamwambia, toka hapa, nenda Sarephath ya Sidon. Kiswahili nasema, maana nimemwandaa mjane akulishe.
You cannot be a giver. Are you getting me? You cannot be a sacrificer. Hauwezi kufikia hiyo hatima ambayo Mungu anataka ufikie pasipokuwa na wakati mwafaka na Mungu. Ikiwa leo nitatoka kwa nyumba yangu na nichukue marashi na nispray na nikuje nikuhug, na wewe ni mke wa mtu, yale marashi niliyokuwa nayo si utaenda nayo? Bwana wako atakuuliza, hii marashi ni gani? Maana ni mimi niliyekuwa nayo nikafanya nini? Ya kukumbatia. The more you spend time with God, the more you become a giver. Somebody say amen. Because Mungu atakuambukizia kile alicho. Marashi ya Mungu ndio hayo. Kabla Mungu hajamtuma Elijah kwa huyu mwanamke mjane wa Sarephath, Mungu alikuwa darasani na yeye. Alikuwa anamwandaa. Am I communicating? Alikuwa anampa neema ya kutoa. Maana kile ambacho Elijah alikuwa anakuja kudemand ni kama kaunga ka mwisho na mafuta ya mwisho. Na hiyo ndio walikuwa nayo wale na wafe. Are you getting me? And yet she was able to give. Why? Because God had to spend a quality time with this woman of Sarephath. You don't just become a giver out of the blues. Kama unatembea na wamama wachoyo, wewe utakuwa mchoyo times 2. Hata times 3. Kama unatembea na wahubiri ambaye hawatoi, are you getting that? Utagundua kwamba maongeo yenu yatakuwa katika hilo eneo na watakusaidia kutokutoa. Lakini ukitembea na wahuduma ambao akipata hitaji mahali anajua kutoa, I'm telling you, unasoma tu kutoka kwake. Siku moja tulitoka Nakuru na mtu mmoja tunasafiri kuja hapa Kisii. Tulipofika mahali njiani akasema na hatukuli kitu. Nikamwambia unasikia kula tukaingia kwa hoteli, tukakula. Na alipokula nikamwambia umekula umeshiba nikalipa hiyo bill, nikalipa yangu. Huyu msichana alikuwa anatuhudumia. Mimi simjui. Nikachukua shilingi 500 nikampa. Huyu jamaa na ni mhubiri. Akaniambia hivi, chibese chio kwa na njirichi nyingi. Chibese ne chiane. Inche na moragi. Onye nerure mo musubati onere kiagara. If somebody is serving you, ni kusema ya kwamba sio kwamba anapenda akwe hapo. Ni hali imemleta. Pengine she's a single lady. Are you getting me? So nimetoa hiyo shilingi 500 nimempatia, alafu ananiambia ebese hiyo kwa na ni nyingi. Angalia watu naotembea na wao. Watakuambukizia kile wako nacho. Sema haleluya. Am I communicating? Kuna wazee wanakula nyama town. Kerawi kaka yako bachekara. Akifika nyumbani tu namna hii, kila mtu anajua alikula matumbo. Lakini anafika nyumbani anasema amkununua mboga kwa kioski. You cannot be a giver in heaven until you become a giver here on earth. Hauwezi kujifanya ya kwamba unataka kupeana huko na hapa nyumbani hakuna. So anza na mke wako. Anza na watoto wako. Anza na familia yako. Be a giver to them. Let them learn something out of you. I learned giving out from my mother. And I want to thank God ya kwamba she laid a foundation in me. And I want to continue in it. And above all, Jesus has created me to be a giver. I want to talk. Mungu awabariki sana. Mema. Ninaomba ukitoka hapa hii neema uibebe. Nyumbani hautahesabia pesa kando. Wengine wamehesabia kando zikaanguka kwa choo. Utakuja nyumbani, kuna wakati my wife ananiambia I want some money, namwambia angalia kwa wallet. Ananiambia wallet gani? Namwambia ile brown. Hiyo usiingie kwa ya black, ingia brown. Usiingie kwa brown, ingia black. Maana kile niko nacho ni cha mke wangu. Na kile mke wangu ako nacho ni changu. And that is where marriage starts. Somebody say amen. Marriage cannot start on a selfish platform. It will have to start
on a liberal platform. Mahali you trust your wife, you trust your husband, and you are able to give. Lakini sisemi ya kwamba uandike kila kitu. Hapana. Give so wisdom will prevail. Hallelujah. Mbiyamono. I'm so appreciative, Bishop. I'm so appreciative, man of God. Thank you for this opportunity. God will give me also an opportunity. Hata nyinyi muweze kutembea kwetu, muweze kuongea. Kuna kila akonacho mimi sina, and so in this journey of life, we don't have room for competition, but we have room to complement one another. God bless you greatly. Can I pray for you? Hebu na tuombe pamoja. Sema, Baba, katika jina la Yesu, nataka uinue sauti kwa sababu tunamalizia. Simple prayer. Sema, Father, in the name of Jesus, give me the Spirit. Sema, baptize me with the Spirit of generosity, that I may be able to give cheerfully, out of love and not out of compulsion. Sema tena, Father, in the name of Jesus. Weka mikono tu, sema, Father, in the name of Jesus. This is my prayer tonight. Baptize me in this meeting as I leave this place with the spirit of generosity, that I may be able to be a giver, giving generously in love and not out of compassion. Help me, oh God, in Jesus' name. Can you pray that prayer in your own words for yourself? Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, nimesimama mbele zako tena katika madhabahu haya jioni ya leo. Ninasema ni asante, maana umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu, umekuwa msaada wetu na nguvu zetu. Na siku ya leo Baba, umetufunza mambo kadhaa yanayoambatanishwa na kutoa, yanayoambatanishwa na dhabihu na madhabahu. Tunaomba Baba utusaidie. Baptize us with the Spirit. Baptize us with the spirit of generosity. Baptize us with the spirit of generosity, that we may be cheerful givers wherever we go, wherever we stand, in our marriages, in our families, in our churches, that we may be generous givers. In the name of Jesus Christ, we are giving out of love and not out of compassion. Sisi sio wa kulazimishwa, sisi ni wa kutoa kwa upendo. Tuambukizie Bwana, tubatize Baba na roho ya kutoa, na roho ya kutoa. Tusaidie mtakatifu wa mbinguni katika jina la Yesu. We thank you and we bless you, Lord. We thank you and we honor you, Lord. We thank you and we celebrate you. We celebrate your presence. We celebrate your grace. We celebrate your generosity. We celebrate your love over our lives. In Jesus' precious name. Makofi mazuri. Let us pray. Mtakatifu na Baba, katika jina la Yesu, I want to thank you because of this church, this ministry, and every person who has come here today. Lord, I commend them to you and to the word of your grace. That Father, through this word you shall mold them. You shall make them. You shall build them, O God. And Father, you shall give them an inheritance among them that are sanctified. In the name of Jesus. Ninaomba ya kwamba hakuna hata mmoja anayenisikiza mahali hapa atakayepoteza urithi wake kama Esau. Hakuna hata mmoja atakayepoteza mapenzi yako Baba juu ya maisha yake. Mtakatifu, sisi ni warithi pamoja na Yesu Kristo, na tunaomba Mtakatifu wa Israeli utusaidie Baba ya kwamba tuwe kanisa ambalo linaweza kuwa ni kanisa la ukarimu, ni kanisa la kutoa, ni kanisa la kutolazimishwa kutoa, lakini kanisa la kujitolea kutoa. Tusaidie tuwe dhabihu ili tuweze kutoa dhabihu zetu. Utukufu na sifa zikurudie. Ninakuwa Kristo Yesu Mwokozi wetu, tumeshukuru na tumeomba. Kwa Yesu makofi mazuri.
So thank you very much. I really appreciate God for you. I appreciate God for this service. I honor God for the opportunity. I honor God for the time you have taken to listen to this word. God bless you. Ili neno likae ndani yako kwa wingi na Mungu akubariki. Mpe Yesu makofi mazuri ninapomwalika askofu. Thank you, sir. Asante baba. Asante. Thank you guys. Bia mono. Hii neema. Na ije kwangu. Asante. Thank you. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu Bishop kwa kutuzungumzia kufanya vile Mungu aliweza kuweka neno lake katika moyo wako. Huyo ni Mungu ametuzungumzia kabisa, na kama tunaenda kufaulu lazima tuwe dhabihu. Lazima katika madhabahu tutoe dhabihu zetu na tukaweza kufanya ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. So asanteni kabisa, Bwana akubariki. Ni muda wetu umekuwa mfupi, tutakualika kwa mkutano mkubwa, conference kubwa, ili tukae pamoja na mambo haya yakaweze kuajiliwa, ili tuweze kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu yako, na Mungu abariki kazi ya ile Mungu ameweka katika mikononi mwako, na hata familia yako ikaweza kubarikiwa unapoendelea kushughulikia kazi ya Bwana. Kwa sababu ya muda, ningependa kusema karibu sana wageni wetu ambao wameweza kuingia tukiwa tunaendelea kuhubiri. Karibu kabisa, tunawapenda na upendo wa Bwana Yesu. Nitaomba tu kwa muda mfupi, maana naenda kupeana kipaza sauti kwa yule ambaye atatuongoza kutoka sasa hivi. Kabla nipeane kipaza sauti, ningependa nitangaze harusi hapa ambaye ni mtoto wetu ambaye ni Kevin. Nilitangaza wiki jana na leo ndio siku ya mwisho kuitangaza, halafu itaunganishwa siku ya Ijumaa. Pentecostal Assemblies of God PAG Kenya, the African Christian Marriage and Divorce Act Cap 151 and a Notice of Marriage Cap 150. Tangazo. Tunafuraha kuwatangazia harusi ya wenzetu wafuatao: bwana harusi Kevin Latumo Nyabuto, mtoto wa Henry Nyabuto Obegi, mjukuu wa James Obegi Araka, kijiji chake Botabori, kata ndogo Ikoro na kata Marongo, tarafa na Marambe, wilaya Utawala, Guja South. Kanisa lake ni Matangamano PAG na wilaya ya kanisa Nduru PAG District. Bibi harusi ni Evelyn Mora Oreli, mtoto wa Joseph Oreli Ntabo, mjukuu wa Ntabo Onsongo, kijiji chake Kenyambi, kata ndogo Kiomonja na kata Mwagichana, tarafa Marani, wilaya Utawala Kisii, na kanisa lake Kenyambi PAG, wilaya ya kanisa Marani PAG District. Harusi itatangazwa kama ifuatavyo. Mara ya kwanza ni tarehe 26 mwezi wa 11 2021, na mara ya pili itakuwa tarehe 3 ama ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 12 2023, na mara ya mwisho ambayo ni siku ya leo ni tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka wa 2023. Harusi itaunganishwa mnamo tarehe 15 mwezi wa 12 2023 katika kanisa la Kenyambi PAG kuanzia saa 6 adhuhuri
adhuhuri. Itaunganishwa naye marriage registrar Reverend Dr. Julius Ochengo, the General Secretary PAG Kenya. Harusi hii imeandikwa na kukubaliwa na kutangazwa naye mchungaji wa Kenyambi PAG Assembly Reverend Julius Mongale, ambaye ni ofasia wa Marani PAG District. Harusi iheshimiwe na watu wote. Waebrania 13 usome mstari wake wa 4. Aliye na neno aseme sasa, na kama hamuna tuombee harusi. Amen. Wacha niulize kama kuna mtu ambaye ana neno la kupinga harusi hii. Wewe mkono wako juu. Chini mpaka juu. Basi kama hamuna neno, wacha tuombee harusi katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na leo tumepatika kuwa na Kevin ndani ya nyumba. Sijui kama hako ama ametoka tena. Kevin huko? Bwana harusi njoo hapo, songa mbele kidogo. Hiyo ni bwana harusi ambaye Friday anaunganishwa na Ifarini Mora. Hebu kuja tu mbele. Anaunganishwa na Ifarini Mora. So amen. Utawasalimia tu, uambie karibu kwa harusi, usiongee mambo mengi Kevin. Bwana harusi haongei mambo mengi. Anaongea tu salamu, karibu kwa harusi. Maana bwana harusi hana maneno mengi. Pia mama Kevin ni maana aliye wadada. Amen. Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Penye bishop amesema mimi ni bwana harusi. So first of all, saa moja baada ya moja. Okay, kitu ya kwanza, I want to take this opportunity to appreciate every one of you for your sincere prayer since Nyamataro up to date. Umekuwa watu wa kupana sana katika maisha yangu. I think most of you are my fathers, mothers, umenilea hapa na pale. I really miss words to describe every one of you. The only thing I want to tell you, may God bless you, open the gates of heaven for you everyone. Lucky is not your portion. Nashukuru sana nikiwaona nyinyi nyote Kenyambi. Alafu Mungu atasigodende. Alafu ndashukuru batangaki. Obosi kwenye kware kuruga kama ulikuwa unapika, kwa Mungu adotire asimosabe. Egieseri. Bone egieseri na kina achire. Mungu adesirende. Bone ngakiroga rali. Na tere na jiro rote. Bone monde tega. Roga kivitu kopiko mbele. Amen. Above all, God bless you. You never lack. Na wale nini? Jisikie nyumbani on Friday. Alafu tubarikiwe pamoja. May God bless you. Amen. Mpige makofi katika jina la Yesu Kristo. Kubo kumabu atoti. Ono mogirango manyete. Akora turukie jeregete. So Friday tuko pamoja kwa wingi. Na tutaenda kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. So kwa sababu ya muda nimeona wazia wetu ameingia wa entanda. Ako ndani ya nyumba, wachungaji wengi wako hapa, lakini tutafika kipindi cha kujitambulisha, na kwa sababu ya hayo nataka niweze kupeana nafasi kwa mmoja wa wachungaji wetu, Reverend Stephen Zonizoe, akaweze kutupeleka katika kipindi hiki na tutabarikiwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Kisikieni katika nyumba ya Bwana na neema ya Bwana iweze kututosha pamoja katika jina la Yesu. Amen. Karibu sana Reverend Steve. Amen. Asante, tupige makofi sana. Mtumishi wa Mungu, tupige makofi mzuri. God is good. God is good. Watu hawezi sherekea hivyo. God is good. And all the time. Amen. Amen. Watu wa Nyamataro, wapi kelele ya Yesu? Hapana. Wacha hiyo ni kuambia watu hatuna kitu. Hebu watu wa Nyamataro tusimame juu kidogo. Washirika wote wa Nyamataro tusimame juu. Hata watoto ni washirika, by the way. The children should know that. Tuinuke juu kidogo. Watu wa Nyamataro. Unaona mgeni penye hako?
Mumeona wageni mahali? Mumeona wageni? Onyesha wageni kwamba tunawapenda. Tuwaonyeshe tunawapenda tafadhali. Tuwaonyeshe, sijui nini tunafanya hata. Tuwaonyeshe upendo. Haya, waweke mikono namna hii, tufanye namna hii. Namna hii waweke mikono, shower them. Wageni na nyinyi kubali mkwe shower. Shower kabisa, washawe kamnai, weka mnai, waambie pokea baraka. Karibuni nyumbani. Tumpigie Yesu makofi mzuri. Haleluya. 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 Tukae kidogo. Rafiki yangu ambaye ni pia ni ndugu yangu Timothy, kuja. We are going to do this work together. Tuko hapa watatu. Tuko mimi, Pastor Steve. I think mimi ndio master of ceremony. And then Timothy atakuwa, kama mimi ni master, sasa yeye atakuwa nini? Junior. Alafu tuko na jamaa wa mkono kuja. Huyu jamaa ni wa mkono. Agere tatu wete ni mtu wa mkono. Ukimwona hivi na unataka kitu, mwambie namna hii. Makinyangao, senior deacon, Nyamataro PAG. Makofi. Na tuko na pastor wetu hapa. Wewe ni pastor by the way, unaona muiburufu mambo ya ndefu. Pastors wote kwa time wana na kitu tabu. Lord Church, na wakaribisha wote kwa sherehe ya daktari. Daktari. Mwemweta na bantu bako soma bako ruko. Deputy wetu ambaye ni marafiki zetu kutoka one ambaye ni Dr. Kadeni, nimekuita Dr. Ronald. Yangu tusimame deputies. I want to recognize you, our bosses from Hema. Huyu ni Robi Ratemo na huyu anaitwa Ronald. Watafika time ya ndio wasikufute kazi ama namna gani? Asante sana. Na nimeona kuna wageni nimeambiwa wanataka siri kiasi. Wakuje tu watusalimie kwa sababu hawa ni wale wa kuenda kutoka sehemu moja, yani ogo kuni yake. Tumeona ofisi ya mama county. Ofisi ya mama county Donya to wako kwa nyumba, wapigie makofi. Yes. Wapigie makofi. Na tunaona wakili. Wangapi wanajua wakili? Sasa tukikosa tuko na mtu akisema my lords, I object. Yes, tuko na wakili in the house. Wakili, tafadhali, you can wave like this. I know your time is coming. Tupige makofi. Hallelujah. Ile timu ya Hema, ile timu yote ya Hema, tusimame. Hata kama wewe ni mtoto, hata kama wewe ni mfanyakazi, mwalimu, tusimame kidogo tu wave namna hii, ndio mwalimu aone kwamba watu wake wako pamoja. Wapige makofi. Hallelujah. Asante sana. Alafu pia hii kanisa inakuwa na board. Wapi board ya kanisa? Board ya kanisa tusimame tu. Penye huko sitaki utumie protocol. Board ya kanisa tusimame kidogo. Yes, mama mesimama pale. Kuna board sijui leo ameenda wapi. Mmoja ndiye kwa Mombasa anakunywa maji ya chumvi lakini ako hapa kiroho. Wapi huyo? Asante. Wapigie board makofi wakiongozwa na bishop. Tuko na Kesha chairman, yule mkubwa wa walimu wa area. Kesha chairman, simama tu wave, lakini pia nataka ukuje. Kuja na timu yako ile ambayo inasema tunataka kutoka mapema. Huyu ni yule mkubwa wa walimu. Unaona hiyo koti amevaa sija hapa na kuanga ya mbali. Pia mwana mkubwa. Ya mwana Murandi aso ngari baba. Yendo mwezi pia nalito como bari bako ndandinga no Murandi. Lakini ayuran Reverend Bishop, I want to take this opportunity to thank God for enabling me to be here today, and I'm very, very I've enjoyed the sermon. The man of God who has just preached here at home and wherever I am, giving cheerfully without fear.
I've done it for years and I've never missed to it. So I was happy the way he has put it here. In the church, you should not be a spectator. Be active. Wacha kuwa shabiki. Kiwa kanisani, yale mambo yanafanyika kanisani, wewe shiriki. Ndio Mungu aweze kukubariki. Jina langu naitwa Mr. Robinson Matara Moseti. I'm the principal wa Masaka Secondary School. Pia mwenyekiti wa walimu wakuu wa Masawa South. Mahali ndugu yangu Daktari Julius tunafanya kazi na yeye huyu. Is my neighbor back at home. Shule yake kwa mlima na yangu kwa mlima. Ikiwa yangu naona yake kuna yeye ananiona hivi. So I've come here to do his invitation. And I want to request before I make a statement, those colleague principals who are here. Muche bere kidogo. Wale mwakilishi wa walimu wakuu tulikuja na Muche. Mr. Joy, come forward. Where is Peter? Aberi mwalimu. Don't waste time. Wapigie makofi tafadhali. Asante sana. Karibu. Kumbe you have been around. Hawa ni baadhi ya walimu wakuu ambao tumetoka Masawa South. We are 44 secondary schools. Wengine wako katika hali ya kushaiza mitihani na shughuli ni nyingi. Wale tumeweza kupata nafasi ni sisi hao mmeona hapa mbele. Nitawapa kipaza sauti waseme jina. Baada ya kusema na mimi nitasema jina ndio tuweze kuketi. Kwa hivyo nitaanzia huyu. Jina na shule. Wapenzi wa Bwana na wasalimu wa mjambo. Mimi naitwa Ken Ogeto, principal Nyamataro High School. Wapendwa wa Mungu na wasalimu wa mjambo. Mungu ni mwema kila wakati, siku zote. Asante sana. Mimi naitwa Philip Ochoi, mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Ibacho. Mimi ni jirani wa rafiki yangu Daktari. Asante sana. Asante. Wapendwa wa Mungu, hamjambo nyote? Hamjambo tena. Kwa majina naitwa Bwana Aberi Robert. Aberi Robert ni mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Mesabisabi Secondary School. Daktari tunafanya kazi na yeye. God is good. Principal Gogeje DOK Secondary School, Masawa South. Tunafuraha sana kushiriki. So let me also thank Rev Julius Ochengo. He is a very special member of our team. A very, very sincere man who has lived rightfully from my own judgment. If we have many of these kind of men, then the world will be very. A man whom, when you talk, you agree, that's what you agree. He will never cheat you. He is very sincere. You can see his Christian life even in his place of work. I was also deputy somewhere. I was promoted. After a few years, he also came in as a deputy, as a principal, and we have worked very well. Very, very well. So he's a man of God, a sincere man of God. From my human judgment, ni mzee wa kazi, mtu mzuri, yani somebody who is very sincere in his way of working. And I want to thank you, Daktari, for the good work you are doing. I have seen from your own church that you are still very active in this church, and we want to thank you for what we have done to this church. I have seen a lot of good things here, and if I was to change, I would easily change to this church because I have seen people dancing, clapping. That's African. Singine mnatulia tu. Hivi nimeona mkipiga makofi mhubiri akisema point, that is what is required in a church. Because it is African to do what you are doing. You know people, that's African. Lakini ile nyingine mnakaa mnatulia, mtu anakoma Biblia nyinyi ni kuketi. Hiyo sio kufurahia, inakuwa shida. You are very gloomy, but here I have seen something good. I think hata nikija most ya yangu nyingine nisitaharibu kitu. I have the freedom, I can be coming here and I want to wear another to the yangu na hii. So I want to thank Daktari for the good work we have done. On behalf of those principals who are not able to be here today, kindly accept our greetings. You are aware some of them are not around, they are working, others are elsewhere, others are in school. So that's why we were not able to be here today. And we would have wished to continue to be here until the end. But because we have got other commitments, like in my own church back at home, we have another principal who is wedding. I excused him, told him, let me go to this one, then I'll come to yours after you have come out of the church. Maybe when you are celebrating, I'll be with you. So that's why we want to excuse ourselves.
you allow us go and attend to those other functions, and then thank the whole church. You have taken care of this mzee, and mzee for purposes of us coming here, come and we take a group photo, so that it can go around and people will know that we were sent and we are here. Kama kuna yule wa kutupiga ile ya kutembea, unaweza kutupiga picha yako hapa. Tumia yako, patia mtu atupige picha moja. Daktari akiwa sijui kama huko na bibi hako. Sijamuona mimi. Leo ndio nimemuona huyu. Kumbe ni sawa. Si mnaona iko sawa? Daktari, hata kama ulienda huko, ulifanya vizuri. I can see some good face. He is always smart. Kumbe ni yule ndiye anakutengeneza hivi. Mzee anajinyonga kabisa, unaona? Anataka kupanda ndege. Asante kwa hayo. Nani yule wa simu atupige? Mwalimu, peana hiyo simu yako. Mtu mmoja atusaidie for purpose of our group. Ndio tutumane kwa group. Ndio hao hapa. Watu ni wengi. Tupige kwa minajili ya kumbukumbu za kuonyesha kwamba tulikuwa hapa. Asante sana. Sasa daktari, unaweza kuketi na sisi tumemaliza. Sasa there was this book launch, ngoja kidogo. Wapi copy daktari? Utatusaidia. I'll get some copies. Niende kusoma nisambaze kwa wengine. We shall be the first people to see what you have done. Kwa hivyo tukitoka mtatupatia. Na ikiwa tuna sijui madam kuna bahasha au kuna mpango kama huu. We supposed to give something. Wapi hiyo kitu? Leta hiyo kitu watoe hapa kabla hawajaondoka. Tafadhali tunataka hiyo kitu wanataka ule wapi? Yule hana simu ataweka kwa kikapu. Yes. Au mwapatie bahasha waweke. Tafadhali hiyo ndio tunataka chair kabisa. Asante sana. Weka hiyo kitu Deacon, waweke straight mpaka penyako. Hiyo hapo. Rusha tu hapa. Toa ni watu wako. Sasa hawa ndio mzee walete. Asante sana. Asante sana mshauri. Rusha vizuri. Generous. Amen. Hivyo wale wasimu tatupa kwa daktari. Mimi nilikuwa nimerusha kwa simu lakini nitaweka hapa. Rudi, asante. Kidogo imepanda. Amen. Simpige makofi kidogo kaka. Mpige makofi. Asante sana. Mungu awabariki kanisa. Muendelee kufanya kazi ya Mungu. Hatuna lingine la kufanya katika maisha haya ni kushughulikia kazi ya Mungu na kujipanga polepole tukingojea Mungu kurudi. Asante. That is only what is remaining. Mambo ya fitina ndogo tuache. Saidia yule unaweza kusaidia wakati uko hai. Asante. Asante na Mungu azidi kuwabariki. Wacha na mimi nitoe yangu lakini nilikuwa nimetoa kwa simu tena lakini nitatoa hapa kidogo. Leta nikusikie. Wacha nitoe kama niona kama hiko. Yake ni kubwa. Chairman si anatoa kitu kubwa. Asante sana chairman. Tunashukuru sana. Amerusha pesa 1,000. Tumpige makofi kabisa. Asante sana. Mimi nawakaribisha kikundi cha ibada. Asante sana. Kwa kidogo tu Michael, wakili nasikia parliament inaungua kidogo. Anataka kukimbia kusaidia huko parliament kidogo. Kwa sababu ya hiyo wale tumpe nafasi kidogo. Huyu anaitwa wakili Joan. Mtoto wa Recho. Haya Joan, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mimi lazima niimbe wimbo moja. Sasa hata kama niko na haraka lazima niimbe wimbo moja na niliona kwaya ya hapa na pianist wako sawa kabisa. So wacha tuanzie hapo. Imbea Bwana anayenipigania. Imbea Bwana anayenipigania. Imbea Bwana anayetupigania. Imbea Bwana anayetupigania.
Wacha nipate kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenipigania. Mimi kuna nyakati ile wakati nilizaliwa na nilisema kwa njia ya nasemaje, it was a joke when I said it. I said I predicted that I might have been born in bed number 7, and by some reason that clip was recorded and my mother watched it, and my mother called me and said, "How did you know you were born in bed number 7?" When I was born in bed number 7 in Tenwek Hospital, wacha niwaambie, hakukuwa na mbele wala nyuma. Wale watoto tulikuwa tumezaliwa pamoja wote. Ikiwa hiyo siku mtu angesimama na aseme, "Ebu predict wa watoto watafika wapi?" Wangeanzia bed ya kwanza waseme, huyu mama yake ni mwalimu, anaweza kuwa daktari. Bed number 2, huyu mama yake, baba yake wako na kazi kwa serikali, wanaweza kukua kitu. Wangeendelea kwa njia hiyo wafike bed number 7, bali kwenye mtoto wa Rachel alizaliwa, haki ya Mungu, haki ya singekuwa kitu. Lakini Mungu ni nani? Hebu angalia jirani yako, niulizie, Mungu ni nani? Mimi hakuna mtu angesema ningewahi kuketi mbele vile mliniona leo. Mimi sichukulii kukaa mbele kama kitu kidogo. Maana kule nimetoka ni Mungu amenitoa. Na leo acha niwaambie, sitaki kuhubiri, manake the man of God has done a perfect job. Praise the Lord. Amen. Bishop, glory to God. Wacha nishukuru Bishop ambaye anatuachia madhabahu yake kila wakati. You are not selfish. Lakini zaidi mimi najua tutakuwa mbinguni na wewe. Sijui wengine, lakini mimi naona mimi na Bishop tutaingia. Na mentor wangu Alfred Arita tutakuwa. Sasa utatujoin na mtatujoin, si ndio? Lakini sisi tutakuwa. Daktari, when daktari said he's launching a book, mimi kwa kusema tu kweli, mimi sio mtu wa kurukaruka. Ngawaje niko na kierere, sipendi kuendaenda kila mahali. Lakini kuna watu, there are people that when they call on you, even when you are sick you show up. Even if you are busy you show up. Even if you are far you show up. Mimi nilitoka Nairobi, daktari akinipigia akiniambia, "John, tunapanga mkutano, mnakaribishwa sana." Nikamwambia, "Saa hizi najua ni Friday, lakini niko kwa barabara nakuja Bomet, lazima nikue kwa launch ya kitabu." Do you have friends wenye watasimamisha kazi yao wakuja wakuone? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuza maisha ya watu mpaka wasimame wajue huko. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niweze kumtambulisha somebody that changed my life. Dad, please just stand so that I can recognize you. Please, tafadhali mpigie makofi. Thank you so much. Nilipokuwa second year, nikasoma kitabu A to Z. Nikaona namba yake mwisho hapo. Nikampigia na nikajua hata shika simu kwa sababu wanakuanga busy sana. Nikampigia na akashika. First of all, I didn't talk because I was so shocked that alishika simu. Nika blaba kidogo, na unajua mimi nakuanga na maneno mingi lakini maneno ikapotea. Akatafuta time. Now, as I stand here today, I am an author of 2 books because he held my hand. Dad, I have not given you enough gratitude. And I know from my heart I have not. And one day you will know that you touched my life. Amen. I have not forgotten. It has not escaped my mind. And I am trusting God that I will do something remarkable in your life. Amen. Sasa leo nitasema kwa ufupi tu. Tunaenda kulaunch kitabu, acha niwaibie siri, inaitwa Power of Giving. Na aliyezungumza kabla yangu ashazungumza akasema sacrifice is very important. Wacha niwaambie vile nilifika hapa kwa ufupi tu. Mama yangu anaitwa Rachel. And today I want to teach you a secret of breaking out of poverty. Ikiwa unataka kuvunja minyororo ya umaskini, you must be a giver. And many of people that are
kupeana. Nilipozaliwa sisi tulikuwa maskini hohe hahe. Hatukukuwa na kitu. I was born, we were chased from our home because they didn't like us. Later on my father left us, akatoka kwa nyumba yetu, akaondoka na hakuwa irudi. Nikabaki na mama peke yake. Na niwaambieni mama yangu ni mtu wa kukata sukuma wiki ya shilingi 5 ndio akanisomesha. But what Rachel did differently and what she has impacted my life with, my mother is a dangerous giver. Not a giver, a dangerous giver. Mama yangu alichukua loan. Nikiwaambia history tutaishi hapa, lakini wacha niwaambie kwa ufupi. Nilienda Starehe Girls. Nikamaliza miaka 4 nikapita nikaenda university. Tukaambiwa Starehe hawaizi chukua watoto wawili wa familia moja. Mama yangu akasikia hiyo taarifa. Na today I came to tell you, even when they announce to you things and tell you it is a finality, you can come to the altar and break a finality of the world in the altar. Mama yangu akachukua loan, akachukua tithes kwa hiyo loan. It was a very big amount of money, at least to my standard. Akachukua loan, akachukua tithes kwa loan. Sio pesa yenye amepata, tithes kwa loan. Akaita pastor, akamwambia pastor, nataka vitu 3. Ya kwanza, uniombe Mungu aniwezeshe nirudishe loan ya wenyewe. Ya pili, uombe mtoto yangu anaitwa Tetio, our third born, apate aende Starehe. Na sisi tunajua vizuri, hauwezi peleka watoto wawili because Starehe is a sponsored school, unalipiwa kila kitu. Huwezi peleka watoto wawili kwani utasaidiwa kila siku? Hello. Praise the Lord. Watu wanauliza kwani wewe utashinda ukisaidiwa kila siku, hakuna watu wengine? Mama yangu hakutaka kujua hiyo hadithi, akamwambia mimi nataka mtoto yangu wa pili aende Starehe. 3 hata sikumbuki ilikuwa gani, na kila siku najiambia nitamuuliza alafu niwaambie. Pastor akasema I went home and I challenged myself to pray for this woman. My mother trusted God. Results ilipofika, sister yangu alikuwa na 412. Shule walikuwa wamepita sana. Watoto 12 walikuwa wameapply Starehe Girls. My sister was number 10 out of 12. Kuna mtu alipata 430, kuna mtu alipata 420, lakini sister yangu alikuwa na 412. I stand here to tell you, the only person who was called to go to Starehe Girls is my sister Edith only. It is not a question of success. Sometimes it is a question of giving. Praise the Lord. Wakati mwingine usijikaze. Ukiona biashara inaenda chini, leta kwa madhabahu. Ukiona familia yako inaendelea kuenda chini, leta kwa madhabahu. Ukiona watoto wapiti kwa shule, leta kwa madhabahu. Sometimes it is not a question. Some things have to be broken by giving. Because a giver is a dangerous person. A giver, angalia jirani yako kama anakaa dangerous. Anakaa dangerous. Sio giver, nauliza tu kama anakaa dangerous. Hebu mwambie a giver is a dangerous person. Na leo ningakuja kuwahimiza. If you want to break chains, if you want to break poverty, I am here. I know what poverty is. Najua umaskini inakaje. Hata mimi naambianga watu hata harufu ya umaskini najua. Saizi umaskini kipita hivi nitawaambia tokeni ndio hiyo. Ninaijua vile inakaa. Because I have seen poverty. But I have also seen what God can do when people give. So Church of God, I encourage you as we launch this book, buy the book and go and read. Hata kama una pesa, buy sacrificially and go and learn. Amen. You know Africans don't read, eh? Mnajua wanasemanga Africans don't read. Kuna mtu saizi ashajua tu anunui. Ana support pastor ndio, lakini kununua kitabu atasoma sanga. Hata huyo ni abu, angalia jirani yako kama anakaa na hiyo tabia ya kusema hata nunua kitabu. Praise the Lord. Praise the Lord. Kitabu tunanunua and we are going to read and we are going to empower ourselves and then we break those chains. Amen. Sasa mimi kabla nataka nipatiwe yangu kabla nitoke. Na my mentor, nilita mentor wangu mwingine nilipo launch kitabu yangu ya kwanza, that dad helped me write. He was unavailable to come for the launch. Akanitumia pesa. There is another mentor of mine who came.
And I want to replicate the same thing he did for me, because I was so humbled how he did it that day. Akasema nataka kununua kitabu ya kwanza. So mimi, I am buying the first book with 7,000 shillings. Oh wow. Asante sana. Hiyo ni makofi ya 7,000. Hata ndio nimeshangaa. Nunua ya pili. Wa kushangaa. Amen. Ninaomba nafasi. I would have loved to stay daktari, but my boss, mtoto wake anatoka jandoni leo, na Wakalenjin kama kuna kitu wanachukulia kama serious ni watoto kutoka jandoni. Kabisa. Itakuwa mbaya wasiponiona. Unajua mimi sitaki kuhatarisha salary yangu, nitaleta nini? Amen. Kongoi kabisa. Kongoi, we sing biamono. Mungu awabariki na wazidie. And today we are breaking generational curses. We are breaking poverty by giving. Amen. Angalia jirani yako, mwambie I will give. I will give. God bless you. Thank you so much. Amen. Pigia John makofi. Unajua ananifurahisha sana ati alikuwa na kierere mingi akaenda kuuliza upunge, alafu akashindwa, ati watu wakaanza kumcheka. Si alitaka kwenda parliament. Sasa siku hizi anafanya kazi parliament. Pigia mpunge makofi. Mheshimiwa, wacha watu wajue wewe ni mheshimiwa na hapa murabaitombara. Tunaongea French kusema asante sana. Kongoi mzini. Haya, tunashukuru sana. Please, our ushers, make sure the book, Deacon, wapi kijana mkono? Make sure the book is with her. Na unajua yeye amenunua kitabu kubwa sana. Nataka tulete ndugu yangu, sio ndugu yangu. He is more than a ndugu. He is more than a parent. Unajua mimi, ule amesema aliomba loan, mimi nilinyimwa loan. Juzi kuwa na garanta, lakini hawa ndio wametuinua. Nataka kuleta referent ambaye pia ni mwandishi wa vitabu mingi sana. Nataka tuweke mikono pamoja. Tulete referent Arita David Abundance. And then as we organize ourselves, wale watu vile tunajiorganize, tunataka kuingia kwa launch. Now officially sherehe yetu yanze. Karibu sana. Thank you. Our chief guest, Professor Onderi, is my friend. Dr. Julius Ochengo, who is the author today. We are celebrating. Invited guests. Our bishop was preaching. I was following your message on the way as I was coming. Our senior pastor, thank you for welcoming us here today. My brother-in-law, just stand up please. This is my brother-in-law, William Maranga. My daughter, Joanne, I celebrate. But I loved him. I loved his heart. So one time I told him, Daktari, you need to think on what to do about your book. I mean, about writing a book. Kaniambia, I'm so busy I can't write a book. And let me tell everyone here now, I'm going to switch kutoka kuhubiriwa, and then I give you something about that can inspire your life. One man called Plato alisema, if you want to rule the earth, write books. Write your stories. And it's not easy to write a book. Watu wengi wametamani kuandika kitabu lakini sio rahisi. But I am here today to celebrate Dr. Ochengo for the sake of what he has done here today. Please join me celebrate Dr. Ochengo the wood hand. Tumpige makofi mazuri kwa sababu ya hiyo kazi ambayo amefanya. Kwa hivyo kazi yangu leo ni kidogo tu. Nataka tufanye launch ya kitabu. Mimi ni Alfred Arita. Nimeokoka na Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Kwetu ni Nyamira County. Hii Nyamataro nimehubiri miaka ya nyuma wakati kwa na Pastor Lawrence Morana alikuwa miaka hiyo. I used to come and preach here. And I am a child raised in PAG. I serve with Christ Other Ministries in Nairobi. Na nimetoka Nairobi asubuhi. Nimefurahi sana sana kwa sababu ya kila mmoja wenu ambaye amekuja hapa kuhudhuria hafla hii sababu ya celebrate kitabu hii. This book is called The Power of Generosity. The Power of Generosity. Na mimi nimekuwa na baraka ya kipekee kwa sababu ya kuweza kumsaidia daktari kuweka hiki kitabu pamoja. I'm the one who has done the publishing, and I want to encourage everyone here, every young person in the house. If you want to be remembered for life, if you want never to die again,
immortalize your thoughts, your experiences, your lessons of life into a book, like what he has done here today. But before we talk more about the book, I want to invite Dr. Kingiti to come here. As they walk with Professor Ongeri, we do a small ceremony here before we talk about the book, which we are launching today. So please welcome as you just walk in as there's a ceremony of some song. So wanapokuja, one of the things I love about this book, kuna mtu anaitwa Bunyani alisema, you have not lived until you have done something for someone who can never repay you. Tunaishi katika dunia ambayo watu wamekuwa binafsi sana, very selfish, and that's why this book comes handy to break selfishness by giving. And so we want to welcome Dr. Kingiti as he walks in with his dear wife and Professor Onderi as they walk in to come and help us launch this book. Then we talk about it after they've done the launch. Tunawapigia makofi ama ni wimbo tunawawekea? Ni wimbo? Okay. Asante sana namna hiyo. Yes, we can cut now. 1, 2, Asante sana. Amen. Let's make some more noise in the house in the name of Jesus. Amen. Now, ladies and gentlemen, while we are still standing, it is now my single pleasure to unveil this book that we are launching here today, The Power of Generosity. And I want to give the honor to Professor Onderi to just come by this side and help us unveil the book before we hear a few remarks from the author himself. Then move to the next thing. And as he does that, I want everyone to make some noise of celebration so that the devil knows we have won. Finally! Come Now, before us is the dummy of the book. It's called The Power of Generosity. Why you are more blessed when you give than when you receive. By the one and only Dr. Julius Ochengo. Let's celebrate this man one more time.
So we want to ask Professor to take your seat. He'll make a few remarks, then he'll be able to invite Dr. But before he speaks, let's take our seats, please. Let's take our seats. Amen. Dr. congratulations. Finally, it has happened. Nice to meet you, Mama. And it's been great just working together with you. If you give me a minute before I invite him, I want to say this. There is a man called Dr. Miles Monroe who said that the grave is the richest place on earth because all the good books that should have been written were never written and people died with the books. So as we do the launch today, we are not just celebrating him. We are encouraging everyone under our voice to consider writing a book before you die. Because if you die with your ideas, what you are preaching was so powerful. We can put it together into a book. I've listened to him many times. You can do the book. Where's my son? Where's Steve? Steve, I've been telling him you are the next. Let's write our own stories as Africans so that in future, all that we knew about God, all that we knew about generosity will be captured. Professor Andre, we have been together in the principal conferences and we have really challenged one another. This guy sitting here is an author. Please stand up. He's an author of a book. And we want to encourage us. Please, as you celebrate Dr. Kingiti today, make a decision to write a book. But above, over and above, today, as you plant a seed, get a copy of this book or get 2 copies of this book and go read. And when we are doing a launch, we don't sell the book at the price that it retails. We sell the book at, the list is 1,000 shillings. You see, one of my daughters has said 7,000. Me, I'm also buying this book at 5,000 a copy. And I want you, everyone, to buy this book. Let's support this man because I know how much it has taken to have this book. So may God bless you. Thank you for coming. May you be inspired. And remember, don't die with our books. Now, ladies and gentlemen, let's welcome Dr. Ari to give our few remarks, then invite our chief guest. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm very much excited that finally this day has come. And I'm happy that you have taken your time patiently to wait until we celebrate together the climax of this event. I don't know how much to say. Only I want to make a brief remark, a brief comment on the book. It's such a coincidence that those brothers who have spoken, they got the inspiration from their mothers. I'm not an exception. When I was young, my mom could receive men of God at home. That time, we were a very humble family, very humble beginning. But she could make such serious sacrifices. I can say she was such a careless giver. Careless giver. And we are here where we are because of the kind of sacrifices she made. Through her inspiration and my daddy's inspiration, who is now the late, welcoming feasters, making feasters comfortable before even we could be catered for. And that inspired me that it's very important to give, to make somebody comfortable through sacrificing your comforts, to serve the ministry, the word of God, through sacrifice your giving. Not only in the church, but even in our various areas of work. Serving God with the spirit of liberality, generosity. Sometimes we think you can be only generous in terms of money,
but we can be generous in terms of words of encouragement. Sacrificing your time to be with the people who need your encouragement. And that has inspired me to put all those in words. The power of generosity. I want to explain a few significant colors in the book. The power of generosity. The words are in white, meaning it's a very new creation. It has never existed. It's new, with a new inspiring message to all of us. The color yellow is there, signifying love. You cannot be generous, you cannot love, you cannot give without first loving and having compassion for those who need your support. Whichever small support, greater support, first originates in love. Red, the blood of Jesus, of course, that gives us, that imparts in us the character of Christ. The book talks about generosity, and my desire that it may bring, it may create, may impact in lives of many to have the character of Christ. Giving, becoming a sacrifice. So thank you for coming. And I believe as this book, as the number of sales we shall make, 10% will be for the ministry of God, for the church of God. 10%. Mama, even if we are able to sell 10 million, $1 million shall be for the church, for the ministry of God. Thank you. God bless each one of us who has come. And I believe in our program, we shall have opportunity to, those guests who are invited, to have a word to say. And I still appeal that we remain patient. Thank you very much. My dear, you have nothing to say. We want to thank you so much, even as we share something small to show that generosity when that time comes. Thank you, Pastor, for that word. Asante sana. Before akae, tunaweza ua hii kitu mara moja. Watoto wakuja. Wapi watoto wa huyu mzee? Oh yeah. Come. Na hii family pia iko na familia kubwa, si ndio? Yes. Can I have that family ya Kengiti? Yes. Kengiti family, can you come? Kuja, hii kitu tunaweza chomea mara moja. Kuna wageni wanataka kuenda, mimi nawajua na najua that family kuja yote. This family has been blessed. Usiseme mimi ni wao, mimi sio wao. Ni shati tu wamenikopa. Lakini ni rafiki wa sana wa hii family, na wale ambao hawajawahi jua sana hii family ya Kengiti sasa ya Julius na Stella wako 4 namna hii. Si namna hiyo? Wako 4 hivi. Pastor, weka mama, uwezi weka mama mbali. Si unaona hao maboys wameenda watakuacha. Si ndio? Wataenda na watawawacha wawili vile mlikuja. Tena niseme tena, those boys are flying away. That is a doctor, this is a software engineer, and soon you are remaining daktari na mwalimu nyumbani. Mwalimu anafunza nani? Daktari. Na daktari anaambia mama, anaambia mwalimu na igura hapo mubete sindani. Yani they will be running around in the house only. Wapige makofi family. We will want na this other side kuna ndugu zake na dada, lakini nataka kusema kijana mkubwa aseme tu kitu kidogo. Si namna hiyo? Yes, son. Wow. Praise God. It is a privilege to be here today to share in the celebration of such a great feat. You have been and always will be a tower of light and a well of wisdom, and it is even a greater honor that you get to share with the greater community what you've learned in your years and years of experience.
I can't be any more appreciative but to say congratulations. Yeah, thank you. I will want these Kengitis who can speak on behalf. One word, usema jina, mtu mmoja malize. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Mary Marita, principal ni kaseni yetu. Praise God. I'm Damaris Bogonko. Doctor is my uncle. Thank you. Bwana asifiwe. I am Teresa Kerubo Samuel Kengiti. Principal ni ndugu yetu. Bwana Yesu asifiwe. I'm Hannah Ochiro Kengiti. Principal is my brother-in-law. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina ni Sami Nyakundi Kengiti. Principal ni ndugu yangu, tena ndugu yangu mdogo. Kwa hivyo nimefurahi kwa hii kitabu ambayo ametoa. Mimi nafikiri itafanya kazi, ametasaidia wengi. Kwa hivyo wale ambao wamekuja kama wasaidi kuona hii kitabu, na tunapoenda nayo nina hakika itakuwa baraka kwetu. Kwa hivyo mbarikiwe sana. Bwana asifiwe. Nisamee nilichanganyikiwa kidogo, nilifikiri kuna ubaguzi wa watoto. Mimi ni Pastor Marita. Bishop namjua, nimehubiri kwao na ni rafiki yangu hata kama atanisahau. Kwa hivi leo nina furaha na mtukuza Mungu kwa hili jambo limefanyika. Maana ni siku tumekuwa tukiongojea imekuja kufika. Daktari wale mmekuja kwetu mmemuona ni mtu ako na serious kwa mambo ya jamii, hata shuleni ana marafiki mengi. Kwa hivyo daktari, you have made us proud. Tunakujivunia, ndio ilitupasa tusimamishe kila kitu tukuje. Naamini Mungu wetu ambaye amemwezesha, ni mtu ametoka mbali, ni mtu Mungu amemuinua. Tumemuona Mungu akileta watu kutoka chini kuwapandisha. Nina matumaini mengi kwamba huyu Mungu ambaye amefanya hili, tutatoka tukiwa na ushuhuda na hatutakata tamaa. Mungu awabariki. Amen. Bwana asifiwe. Jina ni James Kengiti, ndugu ya daktari. Niseme jambo moja kwamba napongeza daktari kwa kazi ambayo amefanya kuweza kutoa hiki kitabu. Niseme hivi, wakati daktari alikuwa atawa masi, my wife is a witness, hatukuwa tunajua ule mtu tuna support atakuja kuwa mtu wa maana. Tunashukuru Mungu kwa sababu daktari amekuwa ni mtu ukimwambia kitu lazima afanye, lazima asikie. Hizi baraka zote ni za Mungu. Familia yetu ilikuwa uko chini kabisa. Toka tayunga chibando ime. Lakini sasa tunashukuru Mungu kwa haya yote. Thank you very much. Wapigie makofi sana, wapigie makofi wakienda. Tafadhali niletewe viti mbili, 2 chairs niletewe, wanakaa hapa. Viti mbili tafadhali za huko nyuma. Amas, you are the first one kuleta viti. Leta kende. Watakaa hapa. Na hiyo kitabu umenunua itakuwa signed officially na mgeni wetu hapa. Kaa hapa. Mama, kaa hapa. Leta ingine. Mtu anilete kainaire omo junior MCA onoli. Kiti. Nataka kiti hapa. Kitakuwa hapa, watakuwa hapa. Nataka kuleta engineer. Nataka kuleta mgeni ambaye pia ni mwalikwa engineer na ni kutoka Kisii County. Akimaliza
tuingie kwa women rep wa Kisii County. Please, my brother, can you come? Tumpigie makofi sana. Briefly, mna kidogo. God is good. God is good. Are you not happy? God is good. And all the time. Leo nimevaa viatu tatu. The invited engineer was called Gibson Gichana Ondiek. So I'm here on his behalf and on my own behalf and on behalf of Rose Paul, who happens to be a business person in this town and our cousin to the author of this book. So on their behalf, let me say a word, then I go, because we're headed to settlement scheme for a funeral of one of our contractor who passed on. So in the first page of this book that I got a copy, Mwalimu, I used to call him Mwalimu, but now nitabidi nizoe kumuita daktari. He's put it clear. You have not lived today until you have done something for someone who can never repay you. Amen? Amen? Let me say a word, then I go. Mwalimu, daktari, and your two kids and madam, I've known you to be good people. The chair from the area where Mwalimu is a principal said he's a good man. I can confirm to you that Mwalimu is a good man. Secondly, I'm about to finish. Secondly, there is somebody, I like to listen to the songs to Lucky Dube. Lucky Dube passed, but he left a message, like Mwalimu is leaving a message in this book. He said, blessed is the hand that giveth than a hand that receiveth. If you listen, and he sings so nicely. So before you die or you leave this world, saidia ukiweza. And I want to assure you, when you assist, a blessing will come. Imagine you ever see somebody who was a poor person now ameinuka. How will you feel? Ikawa umepaka mafuta. To finish up, Mwalimu, I've got a copy, and you have my number. I have 2 daughters and 1 son, and my wife and myself. Mwalimu, you know my number? I've booked 5 copies on top of this. Engineer Gibson, who sent me, said, Mwalimu, be blessed so much, he has known you well, and is with you, and he said you get him 10 copies, he will M-Pesa you, you have his number. Then Rose Paul, who happened to be the cousin to Mwalimu, booked 5 copies. Mwalimu, I hope you can write. 5 copies for Rose Paul, 10 copies for Engineer Gibson, and 5 copies for myself. The pay bill number or the number to be given, the money will be sent and the copies should be delivered. Madam, maybe you can indicate that. Engineer 10, Rose Paul 5, and myself 5. Be blessed so much and God bless you. Thank you very much. On top of that, I'll give something. Kikabu kwabi. Mgeni anaenda kutoa kitu na ameleta shilingi 2,000. Tumpigie makofi. Na hiyo vitabu unapewa sahi? Sawa. Tumpigie makofi engineer. Huyu ni contractor na anafanyanga kazi mzuri sana. Kama uko na kazi huko, tafadhali itisha upewe. Nataka kumleta county. Kuna hawa ni wale wanaenda haraka kidogo. Nimeona Fari K in the house. Tumpigie makofi Fari K. Tafadhali wewe ndio utatupatia wimbo. Tora igumbu yasi niniga. Nataka uendelee ku nilisema hiyo. Okay. Nataka Fari K na amekuja na kompyuta kubwa. Naona watu wenye wamesoma wanatembea na kompyuta kubwa. Daktari, aweke kawimbo huko, alafu ni wakiongozwa na Happiness na Gekara. Haya, kuja women rep katika ofisi ya mama wa county. Nataka mkuje nyinyi wote, na imepatikana kwamba kijana wetu wa hii kanisa pia anafanyanga kazi kwa hiyo ofisi. So mkiona cheki zikianza kutolewa, tafadhali mwatorolera mabera mwatona iko mira. Haya, 5 minutes. Okay. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina.
Sisi tumetoka kwa ofisi ya Women Rep Honorable Doris Aburi. Daktari ni rafiki yake mkubwa, na hii kitabu vile ameandika hivyo, mimi nimemjua. Is a generous man. Ni nani pia ameona generosity kwa huyu daktari? Daktari amefanya mambo makubwa kule penye yako na tunashukuru, and that's why we are standing here. Sitaki kuongea mengi, acha nipe ndugu zangu hii mic pia nao waongee. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mungu. Naitwa Dennis Gekara, kwetu ni Nyaribari. Principal anafunza kwetu, amefanya maneno mingi huko kwetu, tunampenda. Na kama mko na wanafunzi wapeleke hema Chitavu, hawawezi toka pule kutoka huko. Na kuna pastor wakili alienda wapi? Alisema alipiganiwa na Mungu. Wengine wetu ni wale wamesaidiwa na Mungu. Niliona talent kwake. Sijui mbona alienda kuwa wakili. Sasa angekuwa bishop. Nani aliona sauti nzuri ya kuhubiri kwake? Enda mumwambie aende arudi ahubirie watu, atuokoe tuende mbinguni. Ama namna gani? Sasa siwezi ongea mingi. Niko kanisa, nimetoka kwa ofisi ya siasa, lakini leo sitaki kuongea siasa. Bishop aliongea maneno mazuri. Sasa wacha nipe ndugu yangu amalishe, tupeane. Tumekuja kuwakilisha Women Lab, wabunge wote wako Rwanda. Si wale wako na TV wanaona wabunge wote wako Rwanda, kuna mambo wanafanya huko. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Korera igana ya benchara ya tonyari no ni nchine ndiete lakini ntwara giransanya. Bwana Yesu abakwe. In a very special way, principal pastor wangu Dr. Kengiti, congratulations. Watoiro mawayo na ndo saya wake na intitulike gitabu. May God bless you. Na injini gitabu yoko manyaba sani abaya. Na tumira wanta makwani. So Bishop Ken, asante sana kwa kutukaribisha. Inche ni member wa hii kanisa. Pia nilitafuta kura lakini nikaanguka. Omongino mungai ni mama Doris Toto eliogirio mugusio maeta sakuru na sagochi akangegasi. Na vile pastor anafunza Nyaribari no mama county ya Ruete okonyira abana ali Nyaribari kerate bete nganabu ate function mama county mwenyewe angekuwa hapa, lakini kwa sababu ako Rwanda vile mwenzetu amesema na watu tumagocha to chiko promote mu pastor na ande tumugurie gitabu erebo bego serebia mogo sabere familia ya gandere pastor to tigira gandere ko like gitabu. So happiness and Gekara, karibu sana. This is my church. Na mama korango raba sabera toroji moikanora iga. So ambia mama county asante sana, na pia umwambie hii kanisa pia tutakuja kuongea na yeye tuona kama tutagete tangi toroji happiness ye koroba nere ko chigole linda bakereso tubanywa mache kwa sababu na pastor. So asante sana kugora tole gitabu na 10,000 kurwa katesi ya mama county Doris Aburi. Na Bishop muombe sana, tunapigwa vita kwa sababu tunaendelea kufanya kazi mzuri. So utakamatia hiyo mapepo juu ishwinde katika jina la Yesu. Asante sana. Teni nochireti. Asante. Njengo takayewe sayata wangu. Hiyo kobekeru daktari karue mpesa, lakini chukua ya mama. Mama anawekanga pesa vizuri. Moto tiga iko kisiasa. Achukue ya mama, si ndio? Asante sana, wapigie makofi. Nataka kumleta ndugu yangu ambaye ni mwimbaji, aweke tu wimbo kidogo to break boredom. Nimeomba nafasi Bishop tusikie hiyo sauti ya Kisii. Hamjasikia sauti? Maana kwa wewe karibu. Dakika kidogo tu. Pia kuna PA. Okay, huyu ambaye pia ni YouTube wa hapa
pesa yake iliingia direct kwa group ya church. Asante sana. Kuna PA wa Manduku, mbunge wa Nyaribari Masaba, na yeye amefika hapa, anaitwa Rasara Sang'anyi, amefika kwa njia nzuri sana na shilingi 2,000 yenye ametuma kwa kanisa. Tumpigie makofi ndugu yangu. Praise God. Habari zenu? Nipungie mkono kama una chuki. Asante sana. Nami pia nimeweza kufika hapa kwa sababu ya upendo wa mwalimu wetu hapa. Mwalimu mkuu wa Hema High School, na sikuwa najua yeye ni reverend. Yeye ni mhubiri hadi juzi tu. I'm glad to see you, sir. And thank you for bringing your knowledge, the power of generosity. Ukatoa ile ambayo ume-experience and you penned it down so that the world can benefit. Kwa hivyo nimeshukuru sana. When I walked in here, I read, because my dad is Zakaria Mugaka, and I saw that verse there, and I was interested to know what it reads. Not by might, nor by my power, but my what? Says who? Hii kazi yote amefanya, it's not by his might. It is not by his power. Lakini ni kwa neema ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo, even the way this book looks like, it looks so slick, it looks so good. Even before you read it, unaona tu kwamba kile ambacho utakisoma hapa kitakuwa cha maarifa. Kwa hivyo nimeweza kujizolea vitabu 2 hapa, moja yangu, moja ya mke wangu, na ninaipeperusha mara moja iende hadi Ujerumani, pia wao wasome huko, wajue kwamba tunajua the power of generosity, ndio watume pesa mingi. Power of what? Power of what? Sasa generosity si kutuma dola na euro. Sasa unaona venye umenisaidia pastor. The power of generosity. Thank you so much. There is not a friend like our lowly Jesus. Kama our reverend here, our principal, could not be having our Lord Jesus as his personal savior and a friend, akamtrust, angeweza kufika wapi? Let's go. Jesus knows all about his troubles, giving life to the
His love can cheer us. Oh, there give light, the Savior given. Where He refused as a home in heaven. Jesus knows all about us. He died till the day is done. There's no love like Jesus knows all about our struggles. He died till the day is done. There's no love like Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. One more time. There's no love like Jesus knows all about our struggles. Yesu ajua nini? Hebu tuimbe hiyo chorus kwa Kiswahili. Yesu ajua shida zetu, aweza kutuongoza. Hakuna rafiki kama Yesu, hakuna. One more time. Yesu ajua shida zetu, aweza kutuongoza. Hapana rafiki kama Yesu, hakuna, hakuna. Makofi mazuri. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Asante. Tupige makofi sana. Timo. Asante sana, ambaye ni MC wetu, tunasaidiana pamoja naye kwa sababu ya wakati. Fursa hii na itunuku shule letu la upili Hema Fraternity, tafadhali njoo mbele kwa sababu ya wakati. Hema, tuje kwa upesi kwa sababu ya wakati. Hema tuensipe nchugocha aso mwalimu daktari agasomia Bwana Yesu asifiwe. Hema tuko wengi, karibu hata wanafunzi, na tulikuwa na wana bai Kenyoro baliba bacha kurwa so mwalimu akorokereria mwalimu ni watu bwa matobia sana amone Kenyoro. So we have all cadres of people. Karibu wanafunzi, nimepeana nafasi kwa wanafunzi. Sijui kama kutakuwa nafasi ya kuimba, lakini wacha tufanye yale ambayo tumeambiwa tuyafanye saa hii. Ningependa tupate huyu kiranja wa shule aongee neno moja kwa ajili ya wanafunzi wenzake. I represent school from the student side. Karibu, utaongea kwa ufupi sana. God is good and all the time. Indeed, God is good. On behalf of our school,
I want to thank our Dr. Julius Ochengo for the good work that he has done unto us and the care for us the whole year. And we are at the end of this year, at the month of the end of this year. Right? Acha nimshukuru, nasema ni asante kwa maana amekuwa nasi, amekuwa pamoja nasi tangia tulipoanza mwaka na tunapokamilisha, tunasema ni asante. Kwa hii launch yake ya kitabu hatukuwa tunajua wengine, lakini tuliambiwa tunafaa kukua hapa kwa maana yeye ni baba yetu. Amen. Asante sana. Asante, tuwapige makofi, tu appreciate tafadhali. Na okay. Ningependa kumpatia one of the former students awakilishe Ekenyoro, alafu pia awakilishe alumna. Praise God. Praise God again. Kwa majina mimi naitwa Peter Osoro. Dr. Julius Ochengo was my former teacher at M High School. I came here representing as a member of Chicago, where Emma Secondary School is, and the large alumni of Emma, where Mwalimu is also a member. Abange ngaitembara, they came, they were invited. And then I think for Karavale Kweren Mbanto Mamba wakilishe, alafu na save vitabu chikopi chabo ngoka na save na bakonyora. Bakwate namba yo mwalimu, asante. Asante sana, ngocha se our colleagues, our staff, ntaitokwa nilieta na roho kuwakilisha. Samarieta anengoro ku Frederick Nsembe, mwalimu tuwakungire mkono asega asiyo ogendera kulike gitabo. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Tunashukuru sana mwalimu wetu kwa kuandika kitabu The Power of Generosity. For those who give, you will see the power, and the hand which gives, surely it is a blessed hand. Thank you. Asante sana kwa kupea nafasi ya kuongea. Tumeshukuru sana mwalimu wetu anatengeneza kitabu ya kutufundisha. Tumekuunga mkono uendelee kuongeza vitabu vingine kwa sababu Mungu ndiye anatufungulia njia. Mambo tunasema mambo ya Mungu tunasema iendelee mbele kwa sababu Mungu ndiye anatuchunga na anatupea roho ya kuishi. Alafu mambo mengine Mungu ndiye anajua. Tumeomba hayo machache. Okay, asante sana, na hata kwa wale wako wananiletea lakini hono waje ni watambue, alafu tainua mikono yao. Chuka is our escort driver. Tugwate former student wayokoleta matemo akanyire orale. Kuna mwingine hapa Devon, CEO Clinical Officers School, Madam Maureen, librarian. Tugwate another former student Lamek, inua mkono. Tugwate tigamwe dibaga akuane Chisenta Nzibere asengencho ya support staff. Asante sana mwalimu. Amangana kwani wa mange amaya no buja bo monto ebakorekana liliarororo abange bakwano buja bo monto ngakiata hiyo, lakini asoma gokobono twakwane Dr. Julius Ochengo etutete tukwana yo uigwere na ba mino begwere. We are happy about you. Nenchire ya bwato moyo ogaiga bokorwa even the school na bari the same, and we are proud of him as a bintago kora nyasaba sesen.
Asante sana. Hawa ni walimu, teaching staff, Mr. Walter, Mr. Mukasiali, Mr. Saina, Madam Lydia, tikakwa ringanilima sengecho yawa. Jambo kanisa. So on behalf of FEMA staff, we are happy for you, sir, and we congratulate you on this milestone that you have achieved. May God bless you. Asante sana. Tukiendelea, pengine wale ambao tumeintroduce tunaweza keti tafadhali, ndio tupeane nafasi kwa wengine. Kuna Mr. Mongare. Kuna support staff mwingine Mr. Evans. Kuna teaching staff Mr. Jomo. Rafiki mwalimu wa music Justin. Tumebaki wale ambao pengine naweza angalia ni kuna driver. Hawa wataongea lakini kwa summary. BOM, madam. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Ni furaha kwa siku ya leo kuja kushuhudia kitabu cha mwalimu wetu. Kwa kweli Mungu ni mwema, anainua watu wake. Kwa niaba ya board ya Hema, wote wamesema pongezi kwa mwalimu na aendelee na andike vitabu vingi. Asanteni. Jina ni Sipora Matoke. Asante sana madam. Chairman. God is good all the time. On behalf of the parents of Hema High School, parents and students, peer members, we came here to congratulate our Dr. Principal. To be very sincere and honest, he has wrote what he is. The power of generosity. This is not a story, it is a true story. Mwalimu has helped so many students in our institutions. Ekero mwalimu agweta igonyoro mwana nda bwato busumbuku murigereri goronga kiaba no kwabaiga nchungu gocho bisiaria ogishigo cyo muboringa kyore go mwana yo mwate true story of the home background. Mwalimu ya stana road ogende sto oruserio mwana ndagira ukoro mwana ya kuru skuru ando kore konda after akorire konda agurire ndagira bakoria na ndiso urusinyo buchi kunyura maru na ise ngina ari bari. So kiagara na tawa mangana ngiringa ki mwalimu gwate ya road igari getete true story taliyo mugano. So amata iwana what you would do akoenda kaya bakugure ibintu bya boarding, you come back to school also boarding ime asome ukora form 4 and you work hard. Utakuwa tio mukia ngokoda scholarship weyo. So mwalimu what you have done, I am assessing a direct from God to you and the family at large. My name is Abel Saka, PH Hema High School. To what I know mwalimu since he was a deputy principal, he got a promotion. I was with him, and then when he came back, I was also meet me there. Tunashirikiana na yeye no mukristo onyasaye. Yani onyabasaye wale banyasaye. Principal Kengiti is among them. May God bless him. May God bless the church. Thank you. Asante. Hawa ambao tumebaki ni deputies wa mwalimu. Tuko wawili. Ningependa nimpatie Mr. Ratemo, deputy in charge of curriculum, azungumze. Asanteni sana mwalimu. Kanisa ya Nyamataro wakire osu wahirire bia Nyasaye no muya ama tukonsi. Kwa majina mimi naitwa Peterson Ratemo. Vile mwalimu amesema mimi ni deputy principal, tunashirikiana na principal Dr. Kengiti kwa siku nyingi. Hii kanisa nimeisikia sana kupitia kwake. Kila Sunday ameniachia shule akuja hapa kushiriki. Kwa hivyo Sundays najua ako hapa. Nikimpigia simu naambia mwalimu niko kanisani, wacha nitoke nje kidogo tutaongea. So ninajua amefanya kazi mzuri hapa.
So hapa niko marafiki wengi kwa hii kanisa. Na mwalimu ni kama anajua kutengeneza marafiki sana. Nikiangalia hivi ni kama wale wakubwa wa hii kanisa, kila mtu amekanyaga hema huko. Kuanzia mkubwa wenyu hapa, mwene hapa. Hapa tuko na Arita, Madam Familia, engineer pale na wengine wengi. So tunashukuru sana mwalimu. Congratulations for a great job that you have done. Me, have learned 2 things from you today. Number 1, I should not retire from teaching without writing a book. That one I will do very soon. Because you are here, before you retire, you assist me write one. The power of generosity, yo sasa umechukua title hiyo. Maybe the power of love. Number 2, I've also learned that in this life, you must serve God first. Alright? So, kupitia kwake, hata sisi tuko kanisani na tunafanyia Mungu. So, mwalimu, congratulations for this. And for young people, I think you have shown the direction. Vile chairman amesema, principal ametufanyisha mengi maneno ya generosity. If I had time, I could give you a story of one time when we went to a very far place to look for some boy mwenye alikuwa hajiwezi kabisa maneno ya shule, masomo, sababu ya pesa. Kijana amekosekana shule siku nyingi. Mwalimu akaniambia, leo nataka nikuchukue safari. Tukaenda kijijini mbali. Tukaenda kuchukua kijana. Kufika pale, mama mgonjwa, baba amekufa, kijana ako Masaini analima. Mwambia kijana, tunataka uende shule. So kijana kasoma, akamaliza, hata kulipa hata shilingi moja. So that is generosity. I think the boy is assisting that family wherever he is. So mwalimu, it is true, the power of generosity, something very important. I can't sit without recognizing Professor Onderi because naona this was my teacher. In fact, yeye ndiye aliniajiri. Mwalimu, simama hapo upewe makofi. That is the only way I can appreciate you. When he was our principal, nikiwa kijana mdogo nikitoka university, kaniambia kuja nikupatie kazi, kaniletea fomu mpaka kwa nyumba. Kaniambia jaza hii form ya employment. And that's how I became a teacher because of Professor Onderi, who is now the chairman of the board. Sasa vile uliniweka hii kazi unipatie principal sasa. Sababu si unaona nimekuwa miaka. Ungeniweka tu niachie hapo. So I thank this church so much. May God bless you. Mwalimu, hata mimi nitanunua kitabu, niko na namba yako. Mungu akusaidie. Asanteni. Asante, appreciate mwalimu, tafadhali. Sijui nianzie na jina. Jina naitwa Ronald Bonuke. Ni naibu wa mwalimu mkuu katika upande wa administration. Ninashukuru Mungu sana. Wakati niliposikia kwamba mwalimu anaandika kitabu na the title is Generosity, nikasema basi hapo alichagua vizuri. I have a testimony about mwalimu. Mwalimu tumekaa na yeye kwa miaka mingi. Hata wakati ule wa kwanza alikuja shule ya Hema na tukashikana na amenifunza mambo mengi. Ya kwanza kabisa, mwalimu ukimpatia assignment kwamba ungependa usaidiwe, anakuja yeye yote na anaifanya hiyo kazi kikamilifu sana. Nakumbuka alipokuja hiyo miaka ya kwanza ndio wakati na mimi nilikuwa na mipango ya kuoa, na nikamuuliza kama angekuwa best man wangu. Akafanya hivyo, akakubali, na tena akaleta madam ndani, wakanifanyia kazi nzuri. Hata nikikumbuka sijui ni walipe nini, kwa sababu walikuja wakanisaidia. In fact, he is generous even in giving ideas. Mimi sikuwa na mawazo kwamba ile nguo ambayo ningevaa wakati wa harusi ingekuwa tofauti na ingekuwa nzuri kama hiyo. Yeye akaenda akafanya mipango, akasema nguo tutatengenezea Nairobi. Madamu pale, Madamu Ann, akachukua hiyo nafasi kutengeneza hizo nguo. Akatengeneza vizuri. Hata mwalimu sikumbuki kama ni mimi nililipia zile nguo ama ni wewe. Nafikiri ni wewe.
Mwalimu alinisaidia, akanishika mkono, tukamaliza hiyo kazi vizuri sana. Generosity. May God bless you mwalimu. Tena amenifunza, kuna wakati mwingine anafikiria kwenda mahali ameitwa kwenda kuchangisha pesa, especially ni churches. Mimi niko kanisa pengine, nasikia simu amenipigia, mwalimu uko wapi, mmaliza kanisa? Namwambia okay, nimemaliza. Kuna mahali nataka tuende kufanya mchango. Sina kitu. Mwalimu don't worry. Tuende tu. Niko na kitu hapa nitakupatia. Mwalimu ananiondoa namna hiyo. Tunaenda, tunafanya mchango. Mimi sasa nikisimama kama ni yule ambaye amemsindikiza, sina kitu, lakini naona ananifinyia kitu, ananipatia, hata wakati mwingine anaivika. Lakini mwalimu, I don't know, hiyo ni njia nyingine na yeye ya kufanya mambo, lakini that is generosity. Na kupitia kwa madamu hapa, hata kuna wakati tulienda na madamu, yeye hakuwa na nafasi, lakini akaniambia enda. Can you remember Chicago PAG? Tukaenda na yeye, atienda. Akatutuma ziwa wawili, enda. Sindikize mpeleke huko. He was marking a national examination. So nimejifunza mengi kupitia kwa mwalimu, and that's why I want to say may God bless you abundantly, and whatever you have done here, it is not something that you are imitating. You are the real generous giver. Thank you very much. Kutoka kwa shule ya Hema tunashukuru sana to be associated with a great man like Dr. Julius Ochengo and the family. Thank you very much. Amen. God bless you. Amen. Alisahau chaplain Pastor Steve, na yeye ni mmoja wa familia ya Hema. Kwa wakati huko, sababu ya muda, niruhusu nimlete ambaye alitunenea chakula cha Mungu ili na yeye akazungumze, kwa sababu anahitajika mahali. Makofi mazuri anaposimama. Thank you, thank you. Praise the Lord. Praise the Lord again. I'm not coming to preach, I want just to appreciate God. In this life that we live in, you have to ask yourself one question. Once you depart, what can you be remembered for? Unaweza kukumbukwa kwa sababu ya nini? Bwana Yesu na asifiwe. Kuna watu wanakumbukwa kwa sababu walitenda mabaya. Kuna watu wanakumbukwa kwa sababu walidunisha wengine. Kuna watu wanakumbukwa kwa sababu walichangia sana kuona mtu ametoka ngazi ya kwanza. Bwana Yesu na asifiwe sana. There is a sababu ya gari ambalo anaendesha, gari kubwa. Watu walikuwa wanasema ule jamaa wa gari kubwa. So what can you be remembered for if you depart from this life? Because we have only one life to live. I want to thank God for my brother Daktari, kwa sababu in one way he has touched my life. Tumekuwa na yeye kwa muda na ameguza maisha yangu kwa njia moja ama nyingine, kwa njia ya kutoa ama kwa njia ya kuinua, na nashukuru Mungu ya kwamba he has gone before me. My book is coming also. I already I'm doing something with Daktari Rita, na najua ya kwamba hata yangu itakuwa njiani. So nashukuru sana because of what you have done. Actually, you're not writing something that is theoretical. This is something practical. This is who you are. Even ndio vile ulivyo, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. So may the Lord bless you. Kuna bishop pia ambaye anasherehekea na yeye, na alikuwa amenialika ya kwamba ukimaliza kutoka kwa daktari nipitie hapo niseme tu salamu. Kwa hivyo ninashukuru sana. Nitanunua kitabu kwa 7,000. Kofi mazuri kwa mnenaji Bishop Migosi
I'll take a book. I will take a book for him. Ili atatuma pesa yake kwa nini? Is a genuine person. Na is also a good giver. Na kwa hivyo nitachukua. I'm so grateful. Very, very grateful. Thank you. 7,000. Mungu akubariki askofu kutoka Nakuru kwa kushiriki pamoja nasi siku ya leo. Wanapoendelea namna hiyo kwa wakati huu, na mwalika askofu wetu Reverend Daktari Kennedy Ogaro, na yeye akawalete the men of God and women of God ambayo wako pamoja na sisi. Karibu sana askofu. Amen. Bwana asifiwe. Daktari Julius pamoja na Stella Malis, tunafurahia kuwa katika mkutano wa kuwashukuru kwa sababu ya kazi njema mmefanya, na hasa kwa kupata nafasi kuandika kitabu ambayo niliambia daktari kwamba hii kitabu ameandika sio historia tu, lakini ni yale ambayo yako katika moyo wake. Vile nimesikia kila mmoja akizungumza hapa, anasema kwamba daktari amenisaidia mahali fulani, amegusa maisha yangu mahali fulani, amegusa mtoto mahali fulani. Hata ndugu yake amesema kwamba walipokuwa wakijaribu kumsaidia na yeye afike mahali amefika, hawakujua kwamba walikuwa wanasaidia mtu wa jinsi hii. So ni vizuri Bwana akaweza kukubariki. Tunafanya kazi pamoja. Okay. Reverend Daktari Julius tunafanya kazi pamoja naye hapa. Ni mmoja wa wachungaji wa Nyamataro PAG. Na kwa sababu hiyo ningependa tu niweze kuwatambulisha. Wapi Pastor David? Pastor David njoo. Na tomorrow atarusibiti. Uda pande hii. Pastor Steve uko wapi? Pastor Steve ameenda tena. Pastor Steve, Pastor David pamoja na Reverend Julius tunafanya kazi pamoja nao. We are 4 pastors katika kanisa hili na tunafanya kazi vizuri kabisa katika jina la Yesu Kristo. Na huyu baba amekuwa wa baraka kubwa sana kwetu. Hata kama tunafanya kazi pamoja na yeye, amekuwa wa msaada mkubwa sana katika kanisa la Nyamataro. Hasa tunapokaa kando tunaongea tufanye namna gani, anakuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba kile tumesema kimeweza kufanyika. So Bwana akubariki mtumishi wa Mungu pamoja na familia yako, na akaweze kukukumbuka unapoendelea kumtumikia, hasa hata pale katika shule ya Hema amefanya kazi nzuri pale. Kwa hivyo tunashukuru Mungu. Bwana akubariki kabisa. So kwa sababu ya muda, huyu anaitwa Pastor David na Meya, ni mchungaji wetu, anasimamia mambo ya fellowships. Kuna Pastor Steve ambaye ni pastor, anashughulikia na mambo ya youth, kanisa ya watoto, na huyu Reverend ndio tunasaidiana na yeye katika mambo ya tulikuwa na yeye peke yetu tukipeana meza, kupatiza na mambo mengine, lakini sasa hivi tulikuja tukaongeza Pastor Steve ambaye tena yeye amekuwa Reverend. Kwa sababu ya hayo ningependa nitambue wachache katikati yetu. Wachungaji wote walio katikati yetu tafadhali simameni. Wachungaji wote walio ndani ya nyumba, ningependa tusimame juu. Najua mko hapa. Naona overseer wetu kwa pamoja nasi wa Entanda, Reverend Takalia, nitambatia nafasi azungumze kidogo. Alafu kuna daktari nilikuwa nakutambuliza. So Reverend Daktari Zakaria overseer atapata nafasi ya kuzungumza pamoja na Daktari Angweni, na tena engineer atapata nafasi ya kuzungumza pamoja na mke wake. Kuna wale wametoka katika kanisa la nyumbani, wametoka Kegogi, wametoka Gesurura. Yule pastor alizungumza, Pastor Marita. Huyu pastor hakuweza kuzungumza. Akimukonga ndira kwa anaga nataka kama mbastoyo. Msana sana humo Rev Julius. Amen.
na kuna yule mgeni mwenye anataka kutoka, tunampatia nafasi aweze kuzungumza. Basi Bwana asifiwe. Kwa majina ni Jose Muturi Orora. Nami pia nashukuru Mungu kwa hii nafasi kuwa hapa Nyamataro kwa ajili ya daktari. Mimi ni kama mchungaji wake CA youth. Wakati tulikuwa tunamuita Umulwani, akasonga akaenda shule, akasonga sasa ni akawa mwalimu. Principal ndio huyo, alienda hata ng'ambo. Vile mhubiri alihubiri, Mungu amemuinua viwango. Sasa ni daktari. Naamini tena Mungu si mchoyo, kuna mengine tena. Barikiwa. Wapi yule mgeni, alafu wale wajungaji watazungumza. Karibu sana. Mwana Yesu abakwe. Amen. Ngata bakusina bwa bange jineke kusingo kwana. Imaye tige songo. Pastor Kingiti is my friend. I've known him for 8 years. I was once principal Mosensema. I was nominated by the county government by then. So he has been a friend for those 8 years. Ekarambe gete gurubu etwale go donate something. Jabana na Dr. Reverend. In fact, baga ngaramu WhatsApp as me I confirm na nere because me I know him as a principal. So it's a great job. Pastor, congratulations. I'm also a friend of the professor. County. So I'm privileged to be here. Na crew menyete. Pastor yorenga osamire biasara ninche muliki na injito manyane. I'm very happy. Kona na nganko ya no is the hospital sigari nyekita that's why na sabali ba kimora na twenda sei tonyangos. Jengoro kuluka erikana. Ninche na aguri ebitawo bibere. Ruka erikana tamani tige songo lakini ngokwana hale na saa tika kwa sene ruka. Amen. Ngada banga tani ngokwana ga songo lakini ngokwana. Nataka niweze kumleta mtumishi wa Mungu, rafiki yangu sana na ni mchungaji wetu hapa, rafiki wa kanisa hili Nyamataro. So aje aweze kutusalimia na aseme kitu kimoja kwa sababu ya muda. Na watu wetu wa Nyamataro msiende, kila mgeni anazungumziwa na kila mgeni atapata kitu atakula hapa. So msiwe na haraka tafadhali. Nataka nimpatie nafasi mtumishi wa Mungu azungumze kitu kimoja kwa ufupi, alafu baadaye ndio tuweze Bwana asifiwe. Kwa muda tutakuwa wafupi, wacha nipe mke wangu nafasi ya wasalimu, alafu na mimi niongee neno moja. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa majina mimi ni Pastor Esther Ngweni. Nataka kumshukuru Mungu kwa siku hii ambaye ni siku ya muhimu hasa kwa daktari wetu Kenyiti. Nataka kusema Mungu apewe sifa kwa sababu kwa ukweli ameandika kile ambacho yeye yuko. Bwana asifiwe. Kila mmoja ameongea nami nikasema hata wakati through my good friend aliponiambia kuhusu before nipate invitation kuhusu hii uzinduzi wa hiki kitabu, nilimwambia kwa kweli ameandika kile ambacho yeye yuko. Bwana asifiwe. Langu ni kushukuru mama mzazi wa Julius ambaye hayuko hapa in absentia, wale mtarudi nyumbani mwambie mimi nimeshukuru mama kutupatia Reverend Kengiti. Bwana asifiwe. Na nataka kusema Madam Stella, asante sana kwa kusimama na Reverend, kwa sababu bila yeye pia kusimama naye ili hiki kitabu kikawezekana. Nasema Mungu awabariki na apewe sifa kwa yote. Mwalimu, endelea. You've put a smile in many people's faces. Without love, this could not be possible. Asante kwa kuitikia upendo wa Yesu Kristo ambayo umefuta wengi machozi na umeweka tumaini na umeweka tabasamu kwa uso wa wengi. Mungu akubariki. Tungesema mengi lakini Mungu akubariki na akubariki sana. Barikiwa. Amen, amen. Barikiwa kabisa. Bwana asifiwe. Nami ningechukua fursa hii kushukuru Mungu kwa daktari Reverend Kengiti ambaye kwa ukweli chenye ameandika ni kile ako. Nakumbuka siku moja tumetembelea mama mzazi, tukampigia simu
tungependa tuende tuone mama nyumbani, kwa sababu tangu aliintroduce sisi kwake, huyo mama akakuwa rafiki kwetu. Ani ukienda huko au uweze toka bila kukula. So the best thing usiende kama uko na haraka. So akatupendeza, tukaenda kumtembelea. Tukasema uko karibu, akasema mimi siko karibu lakini niendeni tu. Mama akatukaribisha vizuri na akatupea story pahali familia imetoka. Vile wandugu walisema familia imetoka mbali. Akatuambia vile walikuwa nakaa kwa nyumba yenye inanyesha, wanafunika na ngozi. Sasa ona vile ninaishi. Tukasikia kulia. Na sasa tunashukuru Mungu kwa daktari, na sure hiki kitabu chenye ameandika, he is a man of generosity. And when you look at the Bible, all the people who are generous, God remembered them. Remember that woman mwenye alimwaga mafuta kwa miguu ya Yesu. Yesu akatangaza akasema, popote injili hii itahubiriwa, huyu mwanamke akumbukwe. And many others, all generous people, even when they die, they are still mentioned. Naye sisi ni changamoto. Tunakushukuru daktari kwamba hata wakati utakuwa umeishi miaka 100 na kupita na umeenda, there is something all generation will remember you for. They will read this book and ask who wrote. Wataambiwa ule alikufa akiwa na miaka 120 lakini aliwacha kitabu. Praise the Lord. My brother, I salute you. I think last time we were with Migori Sirare, I remember. And you are a great encourager. God bless you. And how we are encouraged also that we shall follow suit. God bless you. Congratulations, Daktari and the First Lady. Thank you. We wish you well. And let your generosity continue in Jesus' name. God bless you. Amen. Asanteni sana daktari. Bwana akubariki sana. Wacha nimlete ovasia wetu na yeye pia aweze kuzungumza kitu kimoja. Ametoka nyumbani kwa wilaya ya nyumbani ya Rev Julius. Asante. Tiamba kwa nimwesi gambi ya mura somo nene. Wakati mwingine tunashindwa ni yapi ambao tunaweza kuongea kwa mada mtu umeenda saidi. Leo ningekuwa Nyamira, kwa maana kulikuwa kwa mchungaji pia alikuwa ako na sherehe James Ogendi. Tulikuwa invited twende pale ili naye tusherekee pamoja. Vile wengi wamesema, hata mimi nashindwa ansie wapi, kwa maana wengi wamezungumza, lakini wacha nami nisungumze machache kuhusu hii familia. Maana hao ni watoto wetu ambao tumelea kwa muda mrefu. Walikuwa vijana, walikuwa kutoka familia. Unaona mtu dada tangu kiona vimelea, ujue imepitia wapi, imeundwa. This family Kenya sawa seni na waseniri, kwa maana yale ambao mmeyapitia na mahali mupo sasa, hakuna mtu anaweza kueleza. Kwa ufupi, mwalimu, nashukuru kwa kutualika kuja siku ya leo, kwa maana hii ni siku kubwa kwetu sisi sote kuja kusherekea what you have done. When I was reading in my Bible, mahali Paulo alisumusa, study to show thyself approved, a workman who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Na kuna mahali nilisoma kitabu cha Ecclesiastes chapter 12 verse 10, mahali mhubiri alisema kwamba please excuse me kidogo, basta tilikuwa ila tisa chao chinyinge kile toko nyamira yake Okay, Ecclesiastes chapter 12 verse 10, the Bible says the preacher sought to find out acceptable words, and that which was written was sought, even words of truth. Akatafuta maneno, akayaandika maneno ambayo yanayokubalika. The words of the wise are like gods, and are nails fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd. And the father, by this my son be admonished of making many books, there is no end.
And the mighty study is awareness of the flesh. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every word into judgment with every sacred thing, whether it is be good or whether it is be evil. Kwa hivyo nami wacha niseme Mungu akubariki. Si kazi rahisi mtu kukaa chini na kufikiria kuweka maneno yote moja. Family, ndugu Julius, najua umechukua muda mrefu. Kila ambao from A to Z, I've read it. It is good, well arranged. Kwa hivyo nami kusaidia kupe mema, kupe mengi. Wakati tulikuwa tunao huyu msichana kutoka kwao, tulienda huko milimani chini. Hata ije bari gutuma baru nango ne roko genda naji nakuwa na buyaga buno mubashita. Tiene sabasi. Pastor Buyamono ayiwa ko ndo chomenta na nje bono ngo chande gukaranso mwakumugima kuli. Amen. Tukitoka hapa naenda kumpatia profesa nafasi ili akaweze kutuzungumzia na pia kitu kimoja tu na itakuwa vizuri. Omo wabasia ogolile kitabu na shilingi 2,000. Amen. Barikiwa kabisa mtumishi wa Mungu. So profesa, karibu. Alafu tukitoka hapo kuna wageni wengine labda wamekuja nyumaye, watapata nafasi. Tutamalizia na kanisa letu la Nyamataro. Tutatoa pesa zetu hapa na mambo yatakuwa vizuri. Kwa hivyo usiende tafadhali. Asante sana pastor. God is good and all the time. Mumechoka nini? Habari zenu? Nami kwa jina ni Professor Henry Lerionka Nyabuto Nderi. Kwetu ni hapa Kisii County, maeneo ya Umachoge Borabu. I'm the Chairman County Education Board, Kisii County, for the last 10 years. In charge of education in this county. I've been a principal of high school for 11 years out of 12 years that I taught. And unfortunately, I never wrote a book at the time I was a principal. So I think, Ngiti, you have challenged everyone here who is a principal and who intends to be a principal like Ratemo. Ladies and gentlemen, I was at Kirongolsa High School where Ratemo came to join me as a teacher. You can hear I was also very generous because I went to the room and brought him a form, and he's now a very serious deputy, which means I'm very generous, isn't it, Kengiti? So Ratemo, you have never said it in the paper, but today you have said it. You also need to be a principal so that you write a book. Number two, I teach at Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology. And I've been there for some time. This is where I've been able to write 3 academic books that are used at the university level. I've also been able to write 40 internationally refereed articles that are scientific. The reason why I'm a professor. So Kengiti, you can see after I left Kirongol is when I remember that I'm supposed to write books. You wrote while you are a principal. Now, I want to say that pastor asked, is it the pastor asked, what will you be remembered for when you leave? What legacy will you have? I thought of it. I've been a chairman of County Education Board for 10 years. What is it that people can remember me about other than writing the books? I came up with a book, a school called the Milimani Academy, found up here in the Milimani area of Kisii town, near Lonya Homes, just opposite Lonya Homes.
Ukifika Mashauri Junction unapanda kuelekea Kemabundu, hapo katikati 1.5 kilometers kutoka Mashauri Junction. Sasa hapo ndio nasema, mbali na kukumbukwa kwa kuandika vitabu, mbali na kukumbukwa kwa kuwa chairman wa mambo ya elimu, lazima nianze shule. Let me tell you how I knew Kengiti. And you can see the generosity is going to transfer to me. I come from Magena, a school near my home called Mosensema Secondary School. I was made a chair. There was no school in that school. Our teacher was there, decided to go abroad for green pastures, the principal. Then I went to TSC here in Kisii. I requested once upon a time TSC director, Mr. Mbunde, that I need a man who will go and revive a school that is dead, called Mosensema Secondary School. He told me, I want to give you a man who is going to assist you. His name, you will know it, but he's a deputy then at Hema Chitago. I have never seen that man. It was my first time. So he brought all the documentary evidence. This guy is very organized. Documentary evidence showing the time he started teaching, how he has been performing in his subject area. Then he had a mean score of 10.5 in business studies. Nikasema huyu mtu ndiye mtu. Nikasema huyu sasa ndiye atakuwa principal wa hiyo shule ya Mosensema Secondary School. Simujui. It was the first time I'm meeting. Akapewa barua, nikaenda na yeye sasa kwenda ku hand over. Nikaambiwa ukikuja kwetu hapa ni kwetu, lakini ukikuja hapa na huyo mtu tumesikia unaleta, utawawa. Nikauliza, ni wawe kwetu nyumbani? Nikaambiwa ndio. Kwa sababu gani? Huyo unaleta tumesikia ni your brother in law. Kwa nini? Nimeoa huko Nyaribari Masaba. Kwa hivyo anybody from Nyaribari Masaba, huyo ni brother in law. Kengiti ni kweli? Sasa nikasema Mungu wangu, wanajua gari langu. Nikasema siendi na gari langu. Nikaenda hire a very old motor vehicle. Hii ni hizi za taxi, very old one. Nikaingia na Kengiti, tukaenda mpaka kwa shule. Sasa wananingojea kwa njia. Ndio nifanye nini? Wanipige kwa sababu nimeleta brother in law. Wakasikia kwamba handover is over. Sasa Kengiti ndio principal of Mosensema High School. Watu wakajaa sana kwa gate. Tumesikia Onderi ameleta brother in law wake. Wacha leo tuone. Nikawakuta kwa gate, nikawaita. Njoo. Ulikuwa mnasema ni brother in law? Yes. Okay, now these are the documents to show who he is. Huyu ndiye Kengiti sasa. Wakaangalia wakasema kumbe tunge miss somebody who is so important. Kengiti sasa akapewa very good environment. Akaanza kazi. Kengiti saa 11 ako kwa shule. Saa 11 asubuhi. Jamani, nikajiuliza huyu mtu anatoka wapi? Naambiwa anatoka Nyamataro. Nyamataro mpaka kwetu hata kupata gari ni shida. Lakini yeye anafika huko saa 11. Sasa nashindwa Kengiti alikuwa anaamka saa ngapi? Kengiti alikuwa anaamka labda saa 9. Stera, ulifanya kazi mzuri. Sasa baadaye kukakuwa na chance ya mwalimu huyu wa Majitawa akienda Agoro Sare. Tena nikaenda kwa TSC director, nikawaambia huyu jamaa amefanya kazi nzuri pale na namuona ni mtu mzuri sana. Ile shule alitoka tumurudishe pale, ndiye aendelee na ile kazi nzuri.
ndio Keng'iti akapelekwa pale Nyamataro. Na mimi ndio mtu wa kwanza aliita kwenda kupreside over education day, mara yake ya kwanza kufika pale Nyamataro kama principal. Sasa sio kama deputy, ame evolve sasa, amekuwa principal. Na Keng'iti amefanya kazi nzuri pale. Imagine I'm seeing the family for the first time, Bwana Rita. I'm seeing the family for the first time. But I've known this man for over 10 years now. This is now the brother-in-law. He, with generosity, decided to be a brother-in-law. And I've never known even the wife. Only to realize that the wife is not even from Kisii. Si paso amesema ametoka huko mbali. Sasa brother-in-law na sister-in-law. This is part of the generosity, si ndio? Brother-in-law and sister-in-law. Congratulations, brother. When he invited me to come, I said I must come, whatever the circumstances. Tulikuwa na functions 3 mbali na hii, lakini I forfeited 2 functions to be here. In the morning I attended 1. I want to thank you, Mr. Keng'iti, Professor Dr. Keng'iti, for the work that you have done. As I said, I was a principal. I left, I went for studies. Nikarudi sasa niko professor. That's a very serious challenge. The challenge, I had one of the ladies speaking that kama kuna mtu amejua poverty ni yeye. Poverty is not for particular people. We have started from humble backgrounds. Personally, I am a child of a watchman. A child of a watchman. My father had business with other people, but they decided wakamsqueeze kwa sababu sisi tulikuwa tunasikia maneno ya shule. Wakamrusha kutoka kwa business kwa sababu it was a company. Akaachwa bila kazi, and we had to go to school. Imagine I went to school for the first time. I wore shoes when I went to Form 1. Na hiyo mnajua Mweyeki pasta ndio nilianzia, ndio niliomba jioni ile nikienda Form 1 Summit High School. Niliomba nikavalia hiyo Mweyeki, nikaweka maji ndani ndio miguu ikuwe safi kidogo. But what am I now? Here I am. So people start from different levels on family backgrounds. Mine was worse than most of you. But here I am. So I want to say this, that indeed I've seen Dr. Keng'iti being as generous as his book says. While at home there, hata anajua kwetu, anajuana na babangu. He also knows that my father is as generous as him. He was even bringing him chisaga. Akubukuli boli chisaga ekwerende ege kabu. Ote mamo o aji nyeni oirira Keng'iti. Neta mbaeti gaigwete ngo mwalimu ochiro muya. Orende generosity ina jeni nyebwate. Na kiagarete gachakie sukuru na limokoleta abana na basomeri. To basautikira. Because writing books is addictive. Arita can tell you, writing of books is addictive. Agara waja agrikolika turugotiga. Unaona igene kem. He'll be writing many more books. I am already having 2 books in the print. They'll come shortly. One thing I've learned is that you need to launch it. I've never launched any of my books. For a launch, all of you come. Now I learned something about launching. Keng'iti tima itu sema chakareta, go chakareta launch iga iga nalito raja korre kanise bono koranga mbiyere. Ano cheke launch boli. Iga cheke. Rabe kuyenera tai kiaga narange bintombira. Vire iga buna
na my student nale gali ndo my students ibara igo thank you very much aso konginvite mai to iso chago kwana ne kara bantu barosete nili goso aye wo tekera gena iwa kwana lio moeli abantu bali bonsi piba kwana wo teba nga I conquer igo bono birimu kwana bionsi pi I conquer. I conclude by saying thank you. Ebitabu ko irande bitano lakini ebingo jwa bikora timanyi tikiagera injeni je tole bono nyomba no mongi na tutweka bono bitano birabia sinko ira timanyi pasta olia o miete nsemo aya no ne go igongo irande bitabu bitano na inje como promote amen tigamba wisheli merry christmas and happy new year biamona so ko make chief guest na kore occasion ya ndeta biamona ko soka soka biamona rit asante biamona professor Ondeli iga ko seito mato gembo ari magena professor no yomento na nje ko gembo ari nyaburumbasi ahungaire kitabu kare no rocha no abantu ba minto no bari ngenche sei tu na watu general siga biamona sasa kutegemea sijui kama kuna mgeni yeyote atapata nafasi, maana nataka tuweze kuingia kwa kanisa, alafu baadaye nitamalizia kwa kuna wachungaji wetu ambao wengine wako hapa ili waweze kutoa kile wako nayo. Kuna yule mgeni alikuwa na daktari Profesa Monderi, alikuwa anaitwa William Maranga. Amenunua kitabu na shilingi 5,000 amenitumia kwa simu, natuma sasa hivi. Amen. Huyo amenunua kitabu na shilingi 7,000 5 na anatuma moja kwa moja kwa simu ile inamaliza na 300. Ile namba imemaliza na 300. So Bwana wabariki kabisa. Kanisa letu la Nyamataro, tafadhali tuweze kuja nimbwate kurenda mbwate meki. Reverend Daktari ni mchungaji wetu hapa. Najua mmefanya kidogo kidogo, lakini ni vizuri tena kusimama ili tuweze kanisa letu la Nyamataro imenunua kitabu moja na shilingi 10,000. Wapi cameraman? Njoo. Pamoja na viongozi wa kanisa, tafadhali. Members wote. Aya, Bishop amesema all members tusimame hapa mbele tupigwe picha. Tafadhali tufanye kwa haraka kidogo. Amen. Na members tafadhali mnaweza kuja tu, unatoa kile uko nayo. Usiwe na wazo. Unakuja unatoa kile uko nayo kwa sababu ya kusindikiza mtumishi wa Mungu. Amen. Najua wengine umefanya kwingine, lakini vizuri pia kuja. Naona Apostle Tuwisira amefika pale. Naona mzee kutoka Bethel Fellowship anakuja. Magukuru Aska Gisemba kuona. Senior citizen na kuona unakuja maridadi kabisa. Amen. Nyamataro tupo na vikundi vya fellowship. Ile fellowship ya Jordan mahali daktari wako members wameleta 8,800 wamenunua kitabu na shilingi 8,800. Siki kama Jordan wako hapa karibu wapige picha. Jordan mko wapi Jordan? Asante sana. Hebu simama hapa. Oh, wonderful. Hebu simama hapo. Ni kama wengine wako karibu. Asante sana. Former anakuja. Amen. Karibu sana mwalimu Makarius. Naona Apostle Beki ndio huyo. Apostle Beki. Nani mwingine? My big brother Vincent Mokua. Na mimi hapa ndio na Birong. Naona Deacon ndio huyo. Jordan ni fadhali. Naona Masi. Jordan ni fadhali. Sana members mwingine wote tafadhali mje hapa. Nitawapata nafasi. Amen. Huyo ni Jordan.
naona Jackson, naona watoto wetu wako hapa wamekuwa, naona Okay. Jordan nawaona pale. Amen. Hiyo ni Jordan Fellowship, inapatikana maeneo ya Nyakoe Mosocho, mpaka wengine wako hapa embassy. Asante sana. Amen. Mungu awabariki sana. Wapi pesa? Asante wale. Pesa ndio hizo. God bless you. 800. Asante sana. Sasa wale members wengine kuja, naona mama Asika. Mama Asika ametoa hapo. Huyu mama Asika ni dada yake Ovasia. Asanteni sana Apostle Magi. Leta tu hapa. Ukipenda nikamate nitabadiki. Ukipenda kuweka ndani unaweka tu. Amen. Mpite msalimia Sara pamoja na mtumishi wa Mungu. Amen. Mungu awabariki sana. Kuja tu hapa. Amen. Kuja tu. Asanteni sana Florence Matu. Amen. Asanteni sana Dennis. Asanteni sana Dorcas Farao. Asanteni sana James. Asanteni sana Masi, nimekuona. Asanteni sana Jackson. Asanteni sana anaitwa Marzera Nyamongo. Asanteni sana Pastor Silas. Medunga bwana, medunga. Wengine wametuma kwa uwao. Ya, asanteni sana. Mungu awabariki. Walete tu. Wengine walituma pesa zao ziko kwa wao tayari. Asanteni sana Ruth. Asanteni sana Evans Nyanduma. Asanteni sana baba. Asanteni sana Janet. Asanteni sana nani tena nje. Asanteni sana Fero. Asanteni sana Daniel. Nimeona kijana wa General Secretary PAG Kenya. Huyu anaitwa Kelvin, daktari. Mungu akubariki sana. Amen. Yeye namba yetu hapa. Asanteni sana Kelvin kaka. Asanteni, Mungu akubariki kabisa. Nani mwingine kutoka Nyamataro PAG? Nyamataro PAG. Mungu awabariki kabisa. Asanteni sana Evalini, asanteni sana Bosire. Asanteni sana, Mungu akubariki sana Liz, Mungu akubariki. Nani mwingine? Mwakwani stara na yako ngumia ama nomo somo Nyasaye. Amen. Nani mwingine atakuja? Jerusalem East Fellowship. Pole sana. Okay, Ochengo oyo gapirongeti Jordan nomo sombonero naende gapirongeti Jerusalem East Fellowship. Na huyu ni apostle wa Jerusalem East, pia alikuwa wameweza kununua kitabu na shilingi 2,000. Mungu awabariki sana. Picha pamoja. Wewe tuanga bwana. Tuanga hiyo. Usiondoke kwa sababu tuna mulo hapa mbele tafadhali. Amen. Asanteni. Nani mwingine anatuanga? Yule mgeni ambaye alitoka Maranga ametuma 5,000 kwa, you can confirm? Yes. Reverend ametuma tayari. Julius na Reverend Arita pia wametuma total of 10,000 in your phone. Amen. Kwa vile tumemaliza kanisa, unataka kuleta Isaya ama? Pastor Silas njoo. Kuna kikundi cha wachungaji wetu ambao walikuwa wawe hapa. Sijui kama kuna mchungaji mwingine hapo katikati. Sijui kama kuna mchungaji ametuma kitu hapo. Kuna mgeni yeyote amepaki hapa? Hatuja kuita. Kama dada yake. Kuna wale masemeji wetu, dada zake Sarah Maris kutoka nyumbani pale wako itu. Ya, nyumbani kabisa. Kama mko hapa tafadhali njooni. Ninapoendelea ndio hao wamekuja. Kuja. Nako sio. Amen. Niko sawa. Pastor kuja. Naona wakwao wamefika chukwani. Amen. Nasalimiana vyema sana. Wadhamio ya kamba. Wanapoendelea kusalimiana hapa, waja wachungaji tufanye kitu.
Baada ya wa mzeo mimi kama MC wa siku ya leo, na kwa sababu huyu ni farao wangu, nimempatia 5. Amani. Kuna Pastor Silas. Hebu zungumza kwa sauti. Omwana Yesu Kristo abakwe koranga okoboke ononye mwaro Suru Magati. Nimeokoka, Kristo ni Bwana, na ubiri kwa kanisa ya Isase PAG. Mimi ni mshirika hapa. Sijui my sweetheart ameenda wapi, anaitwa Mercy Cyrus. Sijui kama ako katikati yetu hapa. Mimi pamoja na si asimame, hata wewe unakaa nyuma namna gani? Ndio huyo, mpigie makofi, ndiye anafurahia vizuri. Asante kwa kupigia makofi. Sasa mimi na familia yangu tunaenda kutoa pesa yetu, lakini niseme ya kwamba kuna Pastor Alison Nyombogo, tumeongea na yeye, ameniambia kunjiani analeta pesa yake, kama hawezi kufikisha atatumana. Kwa hivyo ameomba nafasi, lakini anaweza kimbia afikie. Nikimalizia, maana sitaongea sana Bishop, the power of generosity. When you stand with the people who are poor, when you stand with people who are in need, that is the power of generosity. Na uwezi kuwa unapita namna hiyo, lazima Mungu atakubariki katika jina la Yesu Kristo. Unaposoma katika the book of Proverbs, that is chapter 11 verse 24, utasikia vile maandiko inasema, na wacha Mungu awabariki. Kwa hivyo pesa, niseme nitangaze, utahesabu hiyo ni pesa ngapi? Hiyo pesa ngapi iko hapo? Huyu ni Reverend Silas Magati, ambaye ni mchungaji wa Isase na pastor mshirika wa kanisa letu la Nyamataro. Ametoa yeye pamoja na masi wake wametoa 9,000 shilingi 9,000. Haya, tukiangalia kwa simu, nafikiria simu imekuja hapo. Hebu angalia kwa simu. Ni confirm kama kuna jina Silas. Yes, utasema ni pesa ngapi, niseme ufikirie. Alafu ndio niweke hesabu. Kama pesa mingi inaingia. Kwa M-Pesa ni shilingi 6,000, kwa hivyo imekuwa shilingi 15,000 kutoka kwa Silas. Kuna pastor mwenzetu ambaye hajafika, lakini ameniambia ako njiani. Kama hatafikia, ameniambia nimtangaze shilingi 20,000 Reverend Bernard Mogusu. Reverend Bernard Mogusu, shilingi 20,000 mchungaji wa Icheton. Amen. Bernard Mogusu 20,000 anakutumia kwa simu. Kuna yule overseer ulisema ana akonjani ama ni Ombogo? Ombogo. Kuna wachungaji wengine kama akina Cornelius wako njiani, akina Pastor Arwes overseer wako njiani, kuna Pastor Thomas wako njiani, kuna Pastor Rossi wako njiani, wataanguza vitu hapa kuanguza. Ngoro tabare bintu baintere nkongo. Ngabare ntera gocha. Watatoa na Mungu atawabariki. So, kwa sababu ya hayo nataka niweze kupeana masemeji wetu. Na hema msimame huku, alafu itakuwa vizuri. Naona kama nitaanzia wapi. Amen. Mtapeana nafasi. Okay, tayari mko na mic. Hebu zungumza. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Tuko na kikundi. Mimi ni mshirika wa hapa, lakini tuko na kikundi ya watanio ya kamba. Na tuko na chairlady, na nataka nimpe na yeye aongee. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Simameni Stella. Tumefika huku, Stella ni sister yetu, tumekuja kumsindikisha na tunafurahi kufika hapa. Hao ni members, lakini wengine hawajafika. Tuko wengi wenye tuko huku. Yes, I'm from Machakos County. Wengi, mimi ndio ninakamata pesa. Oh. Mimi ndio ninakamata pesa. Tumenunua kitabu. Wamenunua kitabu na siringi ama ni tutangaze?
Oh, amesema nisitangaze, wamenunua kitabu na bahasha. Kitabu na bahasha watafungua wenyewe. Amen. Na mufanye order, wengine waongezeke, maana naona kikundi ni kichache. Toa picha na mimi nikiwa hapa. Emma family please come. Hebu toa picha hapa. Emma wapite. Emma, mnatoa tayari picha? Photoman. Ya, tuanga. Asanteni sana. Tena ingine. Wanaweza sema ilipita free. Ongeza tena ingine. Asante. Hema. Mlikuwa mnaongea ama mmemaliza? Asante. Wale wanakuja weka kitu. Tupa kitu hapo. Wahema. Tupa kitu. Wahema. Mungu awabariki kabisa mnapotoa. Bwana awe pamoja na nini? Ema na bantaba ja. Mnabasani bani. Tupa hapa. Mbona nabasa sasa nikijima. Asante sana. Mungu awabariki sana. Mungu awatendee mema. Mungu awakumbuke. Nyinyi ni watu wa maana sana kwetu. Nyamataro kama jamii. Mungu awabariki kabisa. Nitamuita pastor. Nitaita wageni wote wenye wako hapa na wanataka kumbariki mchungaji wakuje. Then cake ikuwe ready kukatwa. Watu wote marafiki wale ambao wanakuja, tafadhali kuja, whatever you have you give it. Halafu wa jamaa wa cake. Marafiki tafadhali. Wageni wakuje tafadhali. Cake musiende watoto tafadhali, kuna cake hapa. Wale wa kukata cake tafadhali mkuje. Pastor Francis ambaye ni daktari na engineer family walikuwa wamepledge 10,000 na wameniambia already wametuma kwa grupu yao. Mungu awabariki sana wa family. Wageni, watoto wasiende tafadhali, kuja tukate cake. Alafu itakuwa vizuri. Wageni tafadhali, you can come, unamsalimia na unafanya vizuri. Wageni wote cake tafadhali nataka na kukatwa, na nitaleta dada Dorisira. Yeah, you go, continue. Bwana Yesu asifiwe. Niruhusu nimpe mama director tusalimie, baadaye tutakata keki. Najua tumechoka sana. We are not going to take a lot of time. Bwana Yesu asifiwe. Biamara soma nene. Nashukuru Mungu kwa umbali huu. Thank you daktari for this far. Ni Mungu. Kiona mtu amesimama ambako wakati huu ni Mungu. Hata kusimama kwetu leo ni Mungu. Tunataka kuona keki kutoka kwa dada yetu. Wacha nimwalike kwa heshima kubwa tuanze kukata keki katika jina la Yesu. Amen. Mama director, thank you. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. I am really requesting that you give us very few minutes ili tuweze kukata keki and we will be done. Ninayezungumza ninaitwa Pastor Suma na mzee wangu anaitwa Pastor Trusilla. Tangu asubuhi watu wameongea, tumehubiriwa, na kuna jambo moja muhimu ambalo nimepata, ya kwamba generosity is a spirit. The power of generosity lies behind. There is a spirit that lies behind it, and this spirit is that one of giving. So,
Leo hii niko tobwato mumurege sora umurogusi otali koliera nchoke morero. Bwana Yesu asifiwe. Oruge tobo kima korumami tumekula spiritual food taribo twarosire wana tutagete tolikieke endagera yo mubere igone omumuroyo igomo getutu omumurogusi kijana barobaro igachieta gasoaliko akapika chakula na hata hakuaibika, akaleta mezani ili wageni wake wapate kula. Ni maitaba gakabande gaiga na bokonyora lirio koruga liko omonta akodiga okora alimie gasi ngata akorera gokoruga, lakini omumuroyo igamura mumoro chiga era tari gosoka otorete ile ndagera, na hicho chakula ndicho tutataka kukata tuweze kula. Na I want to say that other than being so generous in giving advices, money and everything, he also is able to give us food. So we thank God so much, Daktari, for what you have done. And we are entering into a very important session ya kukata chakula, na ningeomba sana tukiombea chakula kabla ya kukikata. Kwa hivyo tuweze kufunga macho tuombe. Baba, tunakushukuru, tunasema asante kwa sababu ya chakula ambacho umetupa. Tunapoenda kushiriki, tunaomba ukibariki. Ni katika jina kuu la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Jinsi ambavyo nimekwisha waambia, chakula hiki kimeandaliwa na mchungaji omumurogusi omumurege sora ochia sabanto valie. So wageni, kabla ya kuwapa wageni, tutaona kwanza ni nani atatest hiki chakula. Maji, ningependa kujua, did you test this before bringing it to the table? I'm not. He did not test the food. Kwa hivyo hatujui chakula hiki ikiwa kimeiva au akijafanya namna gani, akijaiva. Kwa hivyo anapokata